kwamba hapa Nyandarua tulikuwa na generals 12, lakini Mungu katika ile hali sisi zote lazima tutaenda, amechukua wengine na wamebaki kama 2 hivi. Wale kabisa tunajua walikuwa msituni na wako na ombi. Vile umesikia hapa Nyandarua kulikuwa na 56 Happy Valley Homes settlers wako na ombi. Saizi wakisimama, bagi zao ziko hapa, zinajaa documents za maana ambazo zimebeba historia ya Mau Mau. Wengine wanabeba hata risasi ambazo zilikuwa wamepigwa nazo, zilitolewa kwa ustari wakabeba. Na wanasema kama serikali yako kupitia department ya heritage inaona vizuri, badala hawa watu wakwishe na hizo documents, watusaidie pale Kenyahwe, kuna mahali tunataka kudevelop a museum, ili document hizi ambao wamebeba, hata bagi ziko hapa saa hizi, wakija hapa utaona bagi ziko hapa, tupate mahali ya kuweka. Sisi kama county tumeanza documenting hiyo history, ili watoto wetu na watoto ya watoto wetu watajua ni kazi gani ilifanywa na hawa Mau Mau. Kwa hivyo Rais, tunaomba kabisa hawa watu kabla hawajaenda wote, tuwe tumechukua vitu hiyo wako nazo, na pia wafurahie. Saidi mwapea ofisi huko kwangu katika ofisi yangu, lakini nataka ofisi yao iwe katika hapo museum, mahali ambapo utatupeleka. Na niseme Rais, sehemu hii ndio Sasumwa Damiko, mahali 12% ya maji ya Nairobi inatoka, na ni milima mzuri, tumepanda miti vizuri vile ulituomba, na tuna ombi moja. Kwa sababu ya maji hiyo na damu hiyo na baridi ambayo inatoka hapo, wakati mwingine kuna magonjwa yanatokana na hiyo baridi. Na kitu ambaye tungeomba pamoja na familia na county health center hii yetu ya Jabini, kwa uwezo wako Rais, kama unaweza kutusaidia. Najua Minister ya Health wametupromise maternity, na ni kwa sababu hapa ndio watu wanazaa sana. Katika history ya Nyandarua, record ile niko naye, the highest births inatoka hapa. Umetusaidia maternity na tunashukuru. Lakini kama tunaweza upgrade hiyo hospitali kidogo iwe level 4, ili tunapopigwa na hii maji ya baridi ya Sasumwa, na maji hiyo unajua inaenda kusaidia watu pale, at least tunaweza kuingia hiyo hospitali. Na tayari sisi tumepeana jina ya hiyo hospitali, ni kama tu ile ya Nairobi inaitwa Mama Rusi, hii naye inaitwa Mama Mukami. So jina iko tayari ya kuita hiyo hospitali. Sasa sisi tunagojea tu Rais uweze kutusaidia hapo na tuweze kumaliza. Kitu kingine Rais ni kwamba Nyandarua bado tuko na colonial settlements, na watu wetu wale wako huko, wengine ni wale walikuwa katika Mau Mau na bado hawajapata titles. Tunaomba wengine hawa wazee kabla wajamaliza miaka ile Mungu amewapea, ni vizuri ikiwa wanaweza pata titles. Najua umepigana sana mambo ya stima Rais, lakini tunaomba, najua kuna general mmoja hapa anaitwa General Kiboko, na ninajua hata labda yeye ndio ataongea kwa niaba ya Mau Mau. Kwake aliwekewa transformer 3 years ago, lakini moto ijawaka kwake. Kwa hivyo tungeomba tusaidiwe, ili mtu kama hao ambao wako na transformers na wengine at least stima ianguke, ili watu hawa watakapoenda hiyo dunia ingine waseme kumbe dunia iko na stima. Wanaweza enda wakijua kumbe hakuna stima. Kwa hivyo Rais, sisi tunashukuru na tunajua kwamba wewe uko pamoja nasi na utatusaidia. Nataka sasa, kwa sababu leo sio siku ya kuongea mambo mengi, nimetaja tu hayo kidogo kwa Rais, kwa sababu najua ama namna gani Mau Mau, si tutengeneze museum? Mko tayari? Ama basi tungeimba ile kaibo kidogo ya Mau Mau ndio Rais anaweza kutupatia. Ngai mwega we mugitiri wa ita
iwama Tige hoto tonedo mwene nyaga twakuhoya tohoyaga wenda nina gitio na tha nyingi cia wendo wanda oiguano wa Gikuyu na Mombi mwene nyaga twakuhoya tohoyaga tukaumira tuithuothe kuma Ngong'u nginya Karimatũri hĩndĩ ĩyo kĩeha nĩgĩgathira njamba cia ita na aciari aitũ mumuraga njamba cia ita ikĩrũĩa wĩathi twatigirwo nĩ Gĩkũyũ na Mombi mwene nyaga twakuhoya. Rais walikuwa naomba museum. Haya, asante sana. Sasa nataka kuna wale MCAs wako hapa wametutembelea, wale wanatoka nje ya county. Kama wewe ni MCA na umetoka nje ya county, simama. Wale wametoka nje ya county wapigiwe makofi. Asante sana. Na MCAs wetu hapa Nyandarua, haya wapigiwe makofi. Wapigiwe makofi. Wewe my friend unaniangaliaje? MCA wa hapa? Niko umekimbia mpaka hapa. Lakini nimeongea ni salamu tu. Sawa. Asante sana Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, Prime Cabinet Secretary Raila Amolo Odinga, Prime Minister, viongozi wote, waheshimiwa wenzangu, kaide mwega na ile shione. Asante sana Mheshimiwa Rais, leo tumekuja sababu ya mama ambaye amelazwa hapa ndio tumzidikishe. Historia yake imesomwa. Umesikia ni mama wa Kimathi ambaye alipigania uhuru. Ndio sisi kama Waafrika tupate nafasi ya kuongoza. Na tumejionea vile serikali imefanya in terms of education, infrastructure na mambo nyingi. Ndio tulikuwa tunapigania uhuru. Na sababu amelazwa hapa Mheshimiwa Rais, kutoka pale Njabini kuingia hapa hii Mbalambala angalau ingekuwa tu Kalani ndio ionekane inaingia kwa field marshal ambaye anapigania hiyo uhuru, tungekuwa na furaha tele. Nyingine kanisa ambalo anaabudu the Heroes of Faith iko katika hali mbaya, ingetengezwa. Tumeongea na Deputy President akasema atakueleza. Tukashukuru rais wetu. Asanteni sana. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Keiro Gashomba. Sasa tuko kwa wajumbe, na mimi nataka nikaribishe mjumbe wa area hii ili naye achukue dakika moja tu mbili, alafu tuende mbele. Asante sana Governor wetu, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Deputy President Rigathi Gachagua, viongozi wote kiwemo aliyekuwa Prime Minister wetu Raila Odinga, viongozi wote na waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Muriega muno. Nichukue nafasi hii kwanza nishukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Nilete pole zangu kwa familia ya Kimathi. Sijakuwa I've not been around, na Mheshimiwa Rais kwa nimeweza kufika hapa, lakini nashukuru Bwana ya kwamba tuko hapa siku ya leo. Sitaki kuchukua muda mrefu sana. Tuko na wajumbe ambao wamekuja kushiriki pamoja nasi. Napenda niwaarike hapa wasimame ili wasalimiane kwa kifupi. Tafadhalini John hapa wajumbe wa Nyandarua, Kiaraho, Mheshimiwa Gachagua,
Mheshimiwa Wandeto kutoka Tetu, Mheshimiwa Wainena John, tafadhali, ili kwa kifupi sana ni wajulishe kwa waombolezaji. Na kwa sababu si wengi, kuna veteran wetu hapa, Mheshimiwa Kiaraho, karibia haraka kwa haraka tu useme ulete pole zako. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, aliyokuwa the former Prime Minister Raila Amolo Odinga, Prime Cabinet Secretary, all protocols observed. Your Excellency, today, as Nyandarua populants, we are very saddened people, but at the same time, very joyous because of the kind of love for all of us who are congregated here you have shown as we give our dear mom a decent send-off. Your Excellency, as the Governor mentioned, here in Nyandarua, this was the epicenter of the Mau Mau freedom struggle. And as I stand here, Your Excellency, I would just want to mention one or two issues very briefly. As the Governor said, within Nyandarua County, in the last government, I know they had done the profiling of the colonial villages. And if you look at the colonial villages, if you look at it one-on-one with freedom struggle, there is a very strong link. Your Excellency, our appeal and my personal appeal is for those who are still in those colonial villages, please let's finalize the issue of the title deeds. Recently, Your Excellency, I know I was in one of these colonial villages whereby I was pushing for their electricity connectivity and road connectivity. And those who were there told me, you are doing great and we are very appreciative. But even if you give us electricity, even if you connect us to those roads, we are not getting proper sleep. So, Your Excellency, this is something I believe with a very able government, it's something we can finalize so that these people can have peace of mind. Kwa hiyo mengi machache nasema asanteni sana na Mungu awabariki nyote. Mzee Kiabati, stima utapata. Rais hako hapa, makamu wako hapa. Hiyo tutatatua. Niliambia watu wa Nakuru, by Wednesday ikiwa hiyo stima hujapata, nitawastaki kwa wakubwa. Na najua rais amesikia. So assume hiyo kastima itaingia. Asanteni sana. Thank you. Asante Mheshimiwa Kiaraho, Mheshimiwa Gachagua. Your Excellency, our President, Your Excellency, our Deputy President, our Chief Cabinet Secretary, our former Prime Minister, all protocols observed. Today, we are happy that you found time kuja kuomboleza na sisi kwa haya mazishi, na kwa sababu hakuna muda, Your Excellency, the legacy yenye tunaomba tu kama Nyandarua people is that you look at the roads of Nyandarua. Hiyo ndio legacy tungeomba, tafadhali utuangalilie. Alafu wale wamebaki, Mau Mau wenye wamebaki, tafadhali, ni wachache sana wamebaki. Kuna wenye wanajiita Mau Mau lakini the only forest they know is Arboretum. Mr. President, wacha tuangalie hawa watu, tukuje uwasaidie. Asante Mr. President. Asante Mheshimiwa Gachagua. Sasa tuna Mheshimiwa Wandeto kutoka Tetu. Huyu ni mbunge wa mama kule Nyeri. Karibu sana Mheshimiwa. Asante sana, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Your Excellency the Deputy President, the Prime Cabinet Secretary, and the former Prime Minister, and all mourners. God is good, and all the time. My name is Geoffrey Wandeto, a Member of Parliament for Teto constituency, that is on the other side of the mountain, and this is where the family of Dedan Kimathi originated. This is where he was born. This is where Mama Mukami was born. I am also a child or a great-grandchild of the Mau Mau movement, my family having lost 5 people. It has one of the highest recorded atrocities in Tetu. I would like to make 3 prayers on behalf of the Mau Mau movement, Your Excellency. The first one, 60 years later, we can say justice delayed is justice denied. These people went to the forest
to fight for not only freedom, but also for land. The cries that have been made here by my colleagues, after 4 governments have paid lip service to the Mau Mau cause, we have seen a lot of intent in your government to honor the object, to honor the reason why our fathers and our forefathers went to the forest. Please, Your Excellency, let us ensure that your government finally serves justice to the Mau Mau movement. Your Excellency, the second prayer is that the Mau Mau freedom heroes used to use some roots within this forest. And I pray and ask that you honor the promise of the construction of Ihithe Donyujero Road through the Aberdare forest, so that we can finally honor these people. The other Mau Mau roads within Teto and within Nyeri and Muranga are ongoing, and we are very, very grateful to your government. Finally, Your Excellency, having constructed all those roads, we see a huge opportunity for tourism. I ask you to create the Dedan Kimathi Museum at a place called Karona in Teto, the very place where he was captured by the Mau Mau movement. And that can be a huge attraction, and we can have an opportunity to immortalize not only Dedan Kimathi, but also Mama Mukami and all the other freedom heroes, so that people from all over the world can be able to come. The same way we go to Robben Island to see the issues of Nelson Mandela. People can be coming all over the world to actually Karunaine to see where Dedan Kimathi was captured. Thank you, Your Excellency, and thank you very much. God bless you. Asante sana Mheshimiwa Deto. Sasa tafadhali mkue wachache wa maneno, kwa sababu huyu ni mheshimiwa wa mahali ambapo Dedan Kimathi ametoka. Kwa hivyo tafadhali kwa kifupi sana. Karibu Mheshimiwa Inaina. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Prime Minister wetu ambaye ako sasa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, former Prime Minister, watu ya Jabine, hamjambo. God is good and all the time. Mimi sitasema mengi, lakini kwa majina mimi naitwa Joseph Wainaina kutoka upande wa kaunti ya Uasin Gishu. Nilitumwa na watu ya kaunti ya Uasin Gishu nilete pole. Mmesipokea? Asanteni. Na mimi pia ni nominated MP kutoka upande wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Asante sana Naibu wa Rais na Mheshimiwa Rais. Yangu ni kuleta hizo lambilambi zangu na kusema huyu mama alifanya kazi mingi. Huyu mama alipigania uongozi. Naibu wa Rais, mkiwa na rais, ningeomba wakati mambo itakuwa imepoa kidogo, mtengeleze jobo committee, sababu wenye walipigania uhuru ni wachache sana. Hata wengine wako upande wa kwetu huko Nandi, kina Samuel Koitalel. Hawa hawezi jaa lori mbili kwa Kenya mzima. Tengeleza jombo, tengeleza committee kidogo, isaidie hawa, sababu si mzuri wakati wamefariki ndio tunasaidia hawa. Mimi nasema asante sana na Mungu awabariki, na mjue tunawapenda upande wa Rift Valley. Mlitusaidia sana kupata hii serikali ya Kenya Kwanza, na ikafanya sisi tukawa nominated. Na hii serikali inatusaidia sana jamii yetu ambayo Wakikuyu wako upande wa Rift Valley. Asante Naibu wa Rais, ni mkiwa na rais. Mujuange upande wa Kitari tumepewa CAS moja, Rift Valley tumepewa minister wawili, tumepewa PS moja, na tumepewa nominated MCA karibu 4 upande wa Rift Valley, jamii yetu ya Wakikuyu. Mjuange namna hiyo, na mjue tuko pamoja na hii serikali. Kwa hayo machache, Mungu awabariki, tutaonana tena. Asanteni sana. Mheshimiwa Spana, Mheshimiwa Engineer mwenyewe. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, viongozi wote ambao wako hapa,
kwa niaba ya wajumbe wote wa Kiambu naanja hapa kuleta rambirambi zetu, kwa sababu hii familia ni familia ya Kenya nzima. Mimi nilikuwa mmoja wa wale waliona hawa kina mama wakiwa pale Freedom Corner wakati moja wakipigania demokrasia nchi hii. Kwa hivyo wakati tunamwaga, tungetaka kuuliza tu sisi ambao tumebaki, tuwe watu wana respect democracy, ndio hii nchi yetu iendelee vizuri. Uchaguzi ukija, ukifanyika, tunakubali, alafu tunaendelea na mambo yale mengine, kwa sababu kuna mambo ya kesho. Yale ambayo tuko naye ya nchi hii ni ya muhimu ya economy, na ningeuliza watu wote, wakati huu mvua imekuja, tafadhalini wacheni tuwe na wakati wa kupanda ndio tupate chakula. Mungu awabariki na poleni sana familia. Asante. Asante mheshimiwa. Tuko na jirani wetu mheshimiwa Jane Kihara. Karibu mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, your Deputy President Rigathi Gachagua, Honorable Mudavadi, our Prime Cabinet Secretary, our former Prime Minister Raila Odinga, wazee wa Mau Mau, family ya Mukami, and of course the clergy. Bwana asifiwe. God is good all the time. Hiyo mikono ni kidogo sana. Salimia mtu. Hiyo ndio mzuri sana, nisikie raha. Your Excellency, thank you for coming to honor this family. Most of the things that have been said here, I can identify with, not because I was in the struggle, but my parents were. I was born in Teto myself. So uko Miagayoine mnasema, uko Karona ine, the place I know. Kwa hivyo, Rift Valley nikuolewa niliolewa, kakuja hapa. Your Excellency, there was a lot of disservice that was done to Mau Mau. And as a young girl, I remember Mau Mau were told to come out of the forest so that they get land. Wakaambiwa watoke, wapate mashamba kwa sababu serikali inaundwa. Walitoka na mimi tukaenda kuwaona nikiwa mdogo, tukifuata wazazi wetu na wale wakubwa. I saw men, niliona wazee wanakaa kama wanyama kwa kukaa msituni. Nywele walikuwa wanaikanyanga na mguu. It's been twisted all the way to the feet. So those are things that I can identify with. What Wajogo read about where they used to put their mail. My father was working in the post office. Na ndiye alikuwa anatumwa na barua, akaweke kwa hiyo shimo ya muti, naye Mau Mau waje wachukue and ask for what they were asking. Your Excellency, I told them on Sunday, kuna wakati babangu na wale walikuwa wanafanya kazi wanasaidia Mau Mau, waliambiwa watazikwa kwa shimo. Nikudigivia we. Tazikwa kwa shimo na wakawekwa pale. Trakta inatakiwa isukume mchanga iwazike. Lakini wakiwa pawe ndani, ati anangukiwa na kamchanga kidogo anafanya hivi, yet ile ingine, ile kubwa inakuja. But they were saved because the mzungu that my father was working for alisema huyu mzee asiuawe. Naye akasema kama atatolewa peke yake wazikwe, kwa sababu angepatana na mahakama ya Mau Mau. Walikuwa na mahakama hawa. So that information is available, that's why I'm talking. Ndio data hiyo ichukuliwe, hawa wazee ambayo wamebaki wasipotelee.
ya mwisho, Your Excellency Raila Odinga, tulikuwa na wewe bunge na kuomba na kusihi, wacha serikali ifanye kazi, usirudi kama na kuomba tu na kusihi, usirudi kwa barabara, serikali inatengenezwa. Asante. Asante sana Mheshimiwa Jane na waheshimiwa wote. Unajua ni ngumu sana control wanasiasa, lakini nashukuru Mungu kwa yote. Mheshimiwa Rais, karibu sana hapa kwetu Kinangop. Napenda nifungue maneno yangu na kusema ya kwamba tangu tulipopata uhuru, marais wote wane ambao wamekuwa, hakuna ambaye amedhihirisha jinsi ambavyo ana upendo na eneo hili letu la Nyandarua kama wewe. Wakati ulipokuwa naibu wa rais, ulionekana Kinangop, safari ambazo zimepita marais wote na manaibu ambao wamekuwa. Wakati umefanyika rais, umekuwa hapa Kinangop mara tosha. Na hivyo ni kudhihirisha ya kwamba kunayo mambo ambayo unataka kuona ya kwamba Nyandarua hii yetu ambayo imebaki nyuma miaka yote, ya kwamba kuanzia sasa kuendelea kutapatikana nuru. Muhula uliopita, rais ambaye amestaafu alisema ya kwamba yeye ni gavana namba 1, lakini hakuipatikana hapa Nyandarua. Sasa tunakuomba kwa heshima, kubali kuwa our county governor number 1. Mheshimiwa badilisha atakubali kuwa namba 2, ili eneo hili letu ambalo limekuwa marginalized for a long time tuweze kupata haki yetu. Huyu Dedan Kimathi na mke wake ni mashujaa wetu, ni wale ambao walikuwa wamebaki na wachache wengine ambao wamebaki hapa. Tugaliomba kwa heshima, kwa sababu ni wengi ambao walisafiri kutoka Nyeri, wengine wakatoka Murang'a na wengineko wakaja kuseto hapa. Tafadhali, kwa sababu wako na watoto na waliumia sana, hawakupata haki yao baada ya kupigania uhuru. Tafadhali, kwa hiari yako rais wetu, tafadhali hakikisha kwamba wamepata haki yao. Jambo la pili na la mwisho, kwa sababu sitaki kusema mengi, rais wetu, vijana hapa kwetu wamemalizwa na pombe haramu ambao hatujui huwa inatoka wapi. Tunaomba uangalie idara ya polisi, kwa sababu wengine hushiriki na wenye kutengeza hizi pombe haramu, ili ya kwamba wale ambao ni wametepetea kazini, either waachichwe kazi ama wapatiwe onyo, ili ya kwamba pombe hizi zimalizwe katika eneo hili letu. La mwisho, Your Excellency, la mwisho kabisa, Your Excellency, Mheshimiwa Gavana, tafadhali dakika moja tu. Kuna shida ya uchumi, ni kweli, na najua bidii ambayo umeweka to make sure that the economy comes back to performance, and we have given you every of our support, and we're going to give you that support. My appeal to the opposition leader Raila Amolo Odinga, because you're here today, kindly let us give the president time, kwa sababu mambo ni mengi ambayo yameahidiwa. Na mimi ni msomi wa Biblia, na nimesoma kuna ahadi nyingi sana katika Biblia ambazo Mungu ametuahidi, na ni Mungu wa mbinguni mweza yote. Lakini pia yeye Mungu wetu hajatimiza yote, anatimiza pole pole. Rais wetu, kuwa na nguvu na ujue ya kwamba we are behind you, not because we're not going to oversight your government, but because we are there to give you every support to make sure that you perform and to make sure that you better this country, because I know you have every intent kupeleka nchi yetu mbele. Sisi tumesema kama wana Kinangop na wana Nyandarua, hatutaweka sufuria kwa kichwa, tutakuja na vipakapu kwako, ili tuombe maendeleo ambayo tunaomba leo. Na nashukuru Mungu sana, wale ambao wanaongoza kazi hiyo ya kuweka sufuria kwa vichwa wako hapa wananisikia siku ya leo. Na ni vizuri tuseme ukweli, kwa sababu hakuna haki. Shida ikitokea kule Nairobi, sisi ni wakulima, tunapeleka mali yetu kule kuuza. Tukipata kiongozi wa kutoka eneo hili letu la Nyandarua ndiye anaongoza maandamano, inatuumiza kwa sababu anatuharibia biashara zetu. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo, kwa kunyenyekea, mimi naomba katika siku hii
tunapomlaza mama wetu shujaa wa uhuru. Wale ambao kabisa wameingiwa na huyo roho mbaya wa kusema ya kwamba kwa sababu kuliahidiwa lazima itendeke leo, tujue ya kwamba ahadi hutimia pole pole. Tumpatie rais wetu nafasi, na kwa sababu sasa ametoa jopo la hili ambalo linaitwa la bipartisan approach to every issue that are there, wacha tukubali tukae kwa meza, tusemezane yale ambayo yanastahili kulainishwa yalainishwe. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, from where I sit and the people of Kinangop and Nyandarua at large, we give you 100% support and we are going to work with you to make sure that your government performs. Asanteni sana. Haya, tupigie wabunge wetu makofi. Asanteni sana wabunge wetu kwa sababu ya mawaidha ambao mmetoa, na nafikiri wananchi wamesikia. Sasa nataka nimwalike seneta wa Nyandarua aseme jambo. Asanteni sana. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya. Siku hizi nimeelezwa Your Excellency umepata jina mpya. Siku hizi nimeambiwa unaitwa baba wa taifa. Watu wote wako hapa, wewe ndiye baba yao. Baba wa taifa William Samoei Ruto. Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na viongozi walio hapa, Prime Minister Musalia Mudavadi, Prime Minister wetu wa zamani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hata Secretary General wa zamani wa Jubilee namuona hapa Jeremiah Kioni. Your Excellency sir, nataka na familia yote ya mama Mukami Kimathi. Your Excellency sir, mimi nataka kwanza kabisa nitoe risala zangu la rambirambi kwa familia hii ya mama Mukami. Mama mwenyewe nilimjua kwa sababu nimekuja hapa mara nyingi sana. Na Your Excellency sir, nataka nikushukuru sana kwa niaba ya watu hapa Jambini na kwa niaba ya familia ya mama Mukami. Thank you very much kwa sababu umempatia mama yetu heshima. Thank you very much kwa sababu ya kupatia mama yetu heshima ambayo inafaa. Thank you very much for making her funeral a state funeral. Thank you very much for honoring the people of Jambini. Thank you very much for honoring the people of Nyandarua. Thank you very much for honoring our matriarch. Your Excellency, saa watu wamesema maneno mengi na mimi sitaki nizungumze maneno mengi. Kwanza kabisa Your Excellency, nataka nikuombe kwa heshima kubwa. Mimi ndio nili insist sana, iko uwanja iko hapa ya ndege, mimi nika insist uanguke huko Jambini town. Kwa sababu nilitaka tupita nayo ile barabara inatoka Jambini ije mpaka hapa. Ndio uone ile barabara yenye inakuja kwa Kimathi hakuna lami, na ile barabara ni barabara ya national government. Kwa hivyo Your Excellency sir, tunakuomba kwa heshima kubwa, ile barabara yetu ikipata lami tutashukuru sana. Na kazi hiyo kwa sababu ni kazi ngumu, nataka nikusaidie. Wewe ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Wewe kazi yako Your Excellency itakuwa ni wewe utafute pesa ya hiyo barabara na mimi nikutafutia jina ya hiyo barabara. Kwa hivyo barabara yenyewe tutakuwa tunaita Kimathi Road, na wewe uweke pesa na mambo yote iende sawa sawa, tujenge hiyo barabara. Your Excellency saa Mau wako hapa. Na unajua Your Excellency tulikuwa na program ilikuwa inaitwa barabara za Mau Road. Iko barabara yetu moja na unajua ilikwama. Barabara ya kutoka mahali panaitwa Dunyunjeru kwenda mpaka mahali panaitwa Ihithe. Your Excellency sasa tunakuomba sana utusaidie kwa hiyo barabara ya Dunyunjeru kwenda Ihithe. Na kwa sababu najua kazi yako ni mingi, pia hiyo mimi nataka nikusaidie. Wewe ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Kwa sababu Your Excellency unajua ile barabara ilikwama kwa sababu ya shida ya wanyama huko msituni. Na mimi siku hizi mimi nimekuwa mtu mkubwa. Mimi ni chairman ya kamati ya maji, mashamba, misitu, mazingira na wanyama. Kwa hivyo tunafanya hiyo kazi nusu nusu. Wewe tafuta pesa ya barabara na mimi niongee na wanyama huko msituni, barabara ijengwe. Wewe ufanye nusu yako na mimi nifanye nusu yangu, na mimi kuanzia Monday mimi naingia huko, mimi naongea na wanyama. Unajua mimi ni chairman yao, mimi najua vile mimi nazungumza na hawa. Ndugu Your Excellency sir, hapa mahali umesimama, hapa mahali umekaa. Na sitaki nisahau mama Wanjiku wa Muhia alitoa rambirambi zake, Mheshimiwa Mama Faith wa Elimu Gitawa alitoa rambirambi zake, na Mheshimiwa Michael Mwangi Muchira pia alitoa rambirambi zake. Hapa mahali umekaa Your Excellency, ile sababu inafanya usikie baridi ni kwa sababu hapa ndio kuna damu inaitwa Sasumwa. Na damu inaitwa Sasumwa inapatiana watu ya Nairobi maji. Na sisi hatuna shida na watu ya Nairobi kupata maji. Shida kidogo tuko nayo ni hii. Watu ya Nairobi wanakunywa maji
na watu wenye wanaangalia maji hawana maji. Na hata hatuna shida kubwa na hiyo, Your Excellency. Shida kubwa hata sio hiyo, Your Excellency. Shida kubwa ni hao watu wa Nairobi. Hiyo watu wa Nairobi wanakunywa maji, hata wanaosha nayo gari, na sisi hatuna hata ya kukunywa. Hata kama wangekuwa wanakunywa peke yake ingekuwa tunaona ni sawa sawa, lakini mpaka wanaosha gari, mpaka wanaweka kwa maua. Kwa hivyo, Your Excellency, nataka hiyo kazi tufanye na wewe, kwa sababu kuna treaty ilitengenezwa hapo ikasema hatuwezi tengeneza intake kabla hatujatengeneza vile tutaweka maji kwa hawa watu hapa Jambini. Nataka uwatafutie watu wa Jambini hapa, hawa wenye wako hapa, uwatafutie tanki, kila mtu aweke nyumbani kwake, kila mtu aweke tanki nyumbani kwake, kila mtu aweke tanki nyumbani kwake. Na kwa sababu hiyo kazi ni ngumu sana, Your Excellency, mimi nataka ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Wewe utafute pesa ya tank na mimi nikuletee majina ya watu wenye tunapatia tank, na mambo yote yaenda sawa sawa. Ndugu Your Excellency, saa watu ya hapa Jambini, kwa sababu ya hii damu yetu iko hapa, wanapata shida kubwa ya kifua, shida kubwa ya arthritis. Na tuko na hospitali yetu nzuri sana pale inaitwa Jambini Health Center. Na Your Excellency, tunakuomba kwa heshima kubwa utusaidie katika kutengeneza hiyo hospitali yetu iwe hospitali watu wa Jambini watafurahia. Na kwa sababu hiyo kazi ya hospitali, Your Excellency, ni kazi ngumu sana. Nataka ufanye kazi nusu na mimi nifanye kazi nusu. Wewe tafuta pesa ya kutengeneza hospitali na mimi nikutafutia jina ya hospitali, na mambo yote iende sawa sawa. Mwisho kabisa, Your Excellency, ama karibu na mwisho, unajua mimi na wewe tunaenda kanisa moja. Mimi naenda kanisa ya IC, wewe unaenda kanisa ya IC. Wahubiri wako hapa na wanatuhubiria maneno mzuri sana. Your Excellency, nimesikia kwa wahubiri hawa, mtu mwenye anaahidi watu kitu na akosa kutimiza, akifika mbinguni atakwama, hata kubalishwa kuingia. Na mimi sitaki siku moja tukifika huko uniuliza kwa nini mimi nakwamishwa kwa sababu ya kitu niliahidi na sijafanya. Iko barabara yetu inaitwa Kinamba kwenda Karangadha kwenda kwa haraka. Hiyo, Your Excellency, kwanza mimi ni lazima nitetee hiyo, kwa sababu hata mimi umeniingiza kwa hiyo mtego. Uliniambia hata mimi niseme tutajenga, na mimi mwenyewe sijui mahali ya pesa hiyo mahali itatoka. Kwa hivyo, kwa sababu nimekusaidia kazi mingi hiyo, wewe jua vile utangangana nayo, tupate barabara pale, ndio tukifika mbinguni mimi na wewe tusifungiwe nje, kwa sababu tuliahidia watu ya hapa. Karibu na mwisho, Your Excellency. Karibu na mwisho, Your Excellency, kwa sababu kuna maneno mengi tumeomba. Mimi nataka niwaombe msamaha. Mimi sasa ni msamaha nataka kuomba. Nataka nikuombe msamaha wewe, na nimuombe naibu wa rais msamaha, na nimuombe Mheshimiwa Raila Odinga msamaha. Tunataka kuomba msamaha, mimi mwenyewe niombe msamaha sana. Munisamehe sana, kwa sababu nimesikia iko kitu mmekuwa mkitafuta huko Nairobi, na hiyo kitu mmekuwa mkitafuta Nairobi mimi ndio niko naye. Mpaka nikasikia mlifanya mpaka maandamano huko Nairobi mkaribu mali ya watu. Mlikitafuta kitu ilikuwa inaitwa sava, na mimi ndio niko na sava. Hiyo sava mlikuwa mnatafuta huko Nairobi mimi nimeshafungua. Na Mheshimiwa Raila Odinga nimefungua ile sava, na nikaona hii watu walitulima. Hii watu hawatukuwashinda. Hii watu maneno yao ni kama ndio walitushinda. Vile nimefungua hiyo sava nimeangalia, na unajua Your Excellency, sava ni kitu yenye unaangalia tu. Kimathi Primary School hapa kura ilipigwa 610. Mheshimiwa William Ruto akapata kura 588. Ule mwingine alikuwa anaitwa Wajakoya akapata kura 1. Yule mwingine alikuwa anaitwa Mwaure akapata kura 3. Kura 7 ikaharibika. Kura 10 ikapatiwa Raila Amolo Odinga. Hasa sava hapa Jambini inasema watu walitushinda. Kwa hivyo ile kitu tunazofanya mzuri ni kuachia nafasi waendeleze. Ile kitu mimi nataka niseme baba Raila Odinga, kwa sababu watu walitulima ile ya 2022, na vile nimepima kabisa ni kama hiyo tumemaliza. Wacha tujipange na ile ya 2032, kwa sababu hii watu vile wamekaa hawawezi waachilia hii ya 2027. Hii hawawezi waacha, labda tupange ile ya 2032. Na tena vile tena naona Gachagua ameanza kujipanga, tena ya 2032 inaweza haribika pia. Sijui tujipange na ile ya 2042. Na tena vile na Mathiko ameanza kuja, tena ya 2042 inaweza kuwa maneno ngumu. Kwa hivyo mimi nasema kwa heshima kubwa tuwapatie nafasi viongozi wetu wafanye kazi. Na mwisho kabisa, adoitwa nyada rodi mushokerie gatho ni undu wa kuhe kanyaga kumutugata ta seneta wanyu. Mane mwajikire wega ni kudwa seneta wanyu, na ni 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 mwajikire wega. Ngai witũ mũrathime mũno, atĩ mane niĩ njikaranĩtie hana mũthamaki, mane mwajikire wega. Ngai amũrathime mũno. Your Excellency, ile kitu mimi nilikuwa naambia hawa nichunge polepole, kwa sababu ni rafiki yangu, asinitoe kwa kiti 2027, niendelee hivyo polepole, nijipange kwa ile serikali ya 2032. Najua mimi nakuwa waziri wa internal security, kwa hivyo mtu anapanga maandamano apange mbele ya huko 2032.
nitakuwa maneno mbaya sana kwa sababu hiyo wakati mimi nitakuwa in charge. Asanteni sana na Ngai witu amurathime. Asanti Senator. Tunaendelea. Sijui kama kuna senator walikuwa miongoni mwetu. Hakuna. Sawa. Speaker huko hapo. Ulikuwa Sherifu. Salimia dakika moja. 1 minute. Your Excellency, the President, Your Excellency, Deputy President, the Prime CS, all the CS, the Honorable Senator, members of Parliament, Honorable members of the County Assembly of Nyandarua. God is good all the time. Your Excellency, I only have 2 issues. Number 1, I wish to thank you in a special way because of the support you have given us towards formulation of the alcohol bills. It is through your Deputy President that we have been facilitated. Illicit brew imekuwa ikisumbua watu sana hapa Nyandarua. Lakini kupitia your Deputy President alitufacilitate all the counties in this region, and that bill is in its last stage. Second, we have one appeal as county governments. One of the role of the county government is oversight of the executive. It is becoming extremely hard to oversee the executive without financial autonomy for the assembly. We made a plea, and again through your deputy, we have been assisted. We are pleading the same to be fast-tracked. Otherwise, God bless you. Asante sana. Mungu awabariki. Na pia natuma rabirabi zangu kwa hii familia ya Kimathi. Thank you, Your Excellency. Haya, kwa wale deputy governors na governors ambao wako hapa, tutapatia governor moja aongee kwa niaba ya hawa. Sasa wale deputy governors mko hapa, simameni. Haya, huyu anaitwa Bwana Madhara Mwangi, ndio deputy governor wa Nyandarua, apigiwe makofi. Bwana Mushiri, deputy governor wa Nairobi, apigiwe makofi. Sasa Governor Kahiga, unaweza sasa kuongea kwa niaba ya magovernors wote, na bora usikrem ati Kimathi alitoka huko. Kimathi ndio hapa. Asante sana Governor Badilisha wa Nyandarua. Kama ulivyosema ni ukweli, Kimathi alitoka Nyeri. Your Excellency the President, Daktari William Samoei Ruto, your deputy, mtoto wa Maumau, Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, the former Prime Minister, viongozi wote walio hapa, the family of our heroine Mama Mukami, Maumau wote na wananchi hamjambo. Leo hii nimekuja kutoka nchi ya Maumau kule mnajua Nyeri, na nimekuja ndio niweze kuleta rambirambi zangu kwa jamii na niweze kuja kushirikiana nanyi siku ya leo ambao ni siku ya maana sana katika taifa hili, tunapomkumbusha na kumpumzisha shujaa wetu. Niseme kwa siku nyingi tumekosa kumpa nafasi anayostahili Elos Mukami, kwa sababu yeye ni shujaa by her own right. Every time we speak about Mukami, tunaongeza Dedan Kimathi. But Mukami is a fighter, a warrior ambaye aliingia kichakani kupigana yeye mwenyewe. Na ni vizuri tujue kwamba katika taifa hili kuna barabara ambazo zina jina la Dedan Kimathi. Kuna shule ambazo zina jina la Dedan Kimathi. Lakini hatuna shule hata moja iliyoitwa Mama Elos Mukami. Hatuna barabara iliyoitwa Elos Mukami, na leo ninataka kuwa mtetezi wake. Sikule Nyeri tutaweza kufanya hiyo kazi, na tunaomba serikali kuu, kwa sababu mko hapa, Rais, let us name a road in honor of Elos Mukami. Number 2, Your Excellency, as we sit here, tunapoenda
kupumzisha hawa. Nataka niongea kidogo juu ya Nyeri na Maumau in general. Katika kaunti ya Nyeri tuko na colonial villages 218, Your Excellency, mahali ambao hawa mashujaa wanaishi. Wengi wamezungumza juu ya titles. Mimi mmoja nilizaliwa in one, na mahali nilizaliwa, Your Excellency, belonged to my grandmother, na yeye alinyang'anywa na akafukuzwa. Tukaenda kurandaranda huko kutafuta mahali ya kuishi. Ni vizuri kwa sababu serikali nyingi zimekuja na serikali hizi zimekuwa viziwi. Ni vizuri tuseme hapa, hazisikii kilio cha Maumau. Na tukiwaangalia nyinyi mkiwa na Rigathi Gachagua, tunaona dalili kwamba nyinyi mnaweza kutusikiliza. With 10-20 billion we can buy land and provide for these people. Kwa sababu hao watu Maumau walienda kichakani kwa vitu viwili. They went to fight for freedom and land. Freedom tumepata. Wapi ardhi? Wengine wanazikwa katika kaburi za public cemeteries wakiwa hapa. It is important for us to have affirmative action. Tutoe pesa kidogo, tununue shamba, tupatie hawa watu na wako na rekodi zao. Your Excellency, serikali yangu miaka 2 iliyopita tuliweza kujenga mnara, the statue of Kimathi. Nikajaribu kutafuta rais, nikajaribu kutumia hata prime minister hapa wetu, walete rais to come and atufungulie ule mnara. Mpaka sasa haujafunguliwa. Mahali ambapo MP Tetu anasema tukajenge a museum. Ninataka nikuombe leo katika mkutano huu, wakati tunaenda kumlaza Elos, mkiwa na Deputy President, muje we launch that statue of Kimathi, as we also think about the museum or about the Mau Mau. Your Excellency, I want to thank you because you and Rigathi Gachagua, every time the family has reached out to me, mimi hukutumia message, and you react, you come and support them. This is what we want. Lakini tunapozungumza hapa, Your Excellency, we have not forgotten Koitalel Arap Samoei. We have not forgotten Mekatilili wa Menza ambaye yuko kule chini. Tunapongangana kutafutia hawa wananchi wa Nyeri na hawa Maumau, tunapowatafutia angalau a grave, because that is key. Let us also remember those others ambao walinyanyaswa. Now, why did we go for, kwa nini tulipigania uhuru? Ndio tuweze kujitawala kama Waafrika. Na tunapojitawala kama Afrika, it is so that we can be in charge of our destiny. Today as we sit here, as we come to, tunapompumzisha kiongozi huyu wetu, tunataka tuambie jamii, Mungu awe nanyi. And please, we want to say this. Serikali zilizoko ni zenu. Serikali ya Nyeri, serikali ya Kiari badilisha, serikali ya William Ruto, reach out. Tusiwe tunasikia kila siku tukija hapa, watoto wa Kimathi hawana kazi, wa Njogo hawana hiki na kile. Reach out and make noise, and others too. So I want to take this opportunity to thank all of you. Sisi watu wa Nyeri tumempoteza mama ambaye tulimpenda, na niwaambie mashujaa wote wa Maumau, please do not give up. Tusife moyo, tuko na serikali ambayo itatusikiliza na mambo yetu yatakuwa mazuri. May God bless you. Thank you very much. Naendelea vizuri, Your Excellency. Sasa nataka tu kusema kwamba yes, tulikuwa na adui alikuwa anaitwa wale wabeberu, tulifukuza. Kwa wakati huu tuko na adui mwingine ambaye anaitwa climate change na food insecurity. Na mimi naona kupitia serikali yako rais, ni kama wewe umekuwa sasa shujaa ya kuongoza sisi wote kama Maumau wakulima. Sisi ni kama Maumau wa kupigania nini? Food security. Na ndio tumesema wakati huu kunanyesha, na vile unatusaidia kupata fertilizer na mengine, sasa tupigane na adui hao wawili, food insecurity na climate change. Na rais ameongoza, amesema tupande miti
15 billion kufika 2032, na tuko tayari kufanya hivyo, rais ukituongoza, ili tunapomalizana na wazungu walienda, kuna adui mwingine anatunyemelea, yeye pia tupigane na yeye. Kwa wakati huu nataka nimkaribishe former Prime Minister Raila Amolo Odinga ili naye akuje atoe rambirambi yake. Karibu former Prime Minister. Haya, rafiki yangu Mheshimiwa William Samoei Ruto, waombolezaji wote ambao wamefika siku ya leo, Muriega rengi, tumekuja kwa hafla muhimu zaidi, hafla ya kusindikiza mama wetu Maitu Mukami Kimathi. Ndio sababu nimekuja. Kabla sijaendelea mbele, nataka nitambulie wale ambao nimekuja nao hapa. Niko hapa na Bwana Jeremiah Kioni, Secretary General ya Jubilee Party. Niko vile vile na aliyekuwa gavana wa Murang'a, Bwana Mwangi wa Iria. Pande lingine niko vile vile hapa, sijui mzee Gitu Kaengeri alitambuliwa. Gitu Kaengeri ambaye ndio ni mwenyekiti wa veterans wa Mau. Vile vile tuko hapa na kijana kutoka hapa anaitwa Maina Njenga. Sasa siku ya leo ni siku muhimu sana. Nataka kutoa shukrani kwa serikali kwa kutambua mama na kusema hii hafla itakuwa hafla ya kitaifa. Lakini nataka kuwakosoa. Bwana Gachagua alisema it is a national funeral, lakini bendera haikuwekwa nusu mlingoti. There must be the flag must be flown at half past if it's a national funeral. Pili, mama huyu alikuwa anawasia, alisema angependa siku ambayo anazikwa hapa ili mzoga ya mwili ya bwana yake itolewe kule Kamiti prison, iletwe hapa izike pamoja na yeye hapo kandi yake. Hiyo ni wishi yake ambayo ingawaje hajafanyika hapa. Mimi nataka kuambia waangalie hiyo maneno ifanyike. Na leta risala ya rambirambi ya rais aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyatta, ya Kalonzo Musyoka, Mama Martha Karua, wote wameleta risala ya rambirambi. Huyu mama ni rafiki yangu. Ukiona katika hiyo kitabu mko naye hapa, utaona picha hii ambayo tumepiga na yeye moja yao. Hiyo picha ilipigwa katika boma hii. Nimekuwa boma hii sio mara moja. Evelyn yuko hapa, anajua mambo haya yote. Vile vile tumekuwa naye mpaka kule pale ambaye Kimathi alishikwa, pale alipigwa risasi. Tumeenda naye pale ambapo jamaa wanasema nataka iwe museum pamoja na yeye. Nilipoenda kumwona yeye mwaka jana, alikuwa anaugua kule Korokocho. Akaniambia mimi yeye amechoka kuishi katika nyumba ya kukodisha. Nikamwambia tunatafuta yeye nyumba. Na tukatafuta nyumba ya National Housing Corporation kule Athi River.
nilinunua hii nyumba kule. Tulijuana na yeye miaka 28 iliyopita. Alikuja kwa ofisi yangu, akaja na mjukuu wake ambaye anakuwa anaitwa Didan Kimathi Junior. Akaleta huyo kijana, yana alikuwa anataka kwenda kusoma huko India. Na mimi nikamsaidia kijana akaenda India. Alipokuwa kule India alikuwa ananiandikia mimi barua mara kwa mara bila yeye anaendelea. Nikamwambia soma vizuri kabisa. Wewe ndio Didan Kimathi ambayo inakuja sasa. Akasema mpaka kafuzu. Lakini bahati mbaya alipomaliza ilikuwa anatarajia kuja hapa akapata ajali huko. Ati alishika stima akachomeka na stima na akafariki. May the Lord rest his soul in eternal peace. Sasa huyu mama yeye vile imesemekana hapa alikuwa ni mpigania uhuru yeye mwenyewe. Yeye ndiye sababu yeye ni shujaa. Si sababu tunasema yeye tunamuita yeye hayati. Yeye alipigania uhuru, yeye ni Field Marshal. Field Marshal Mukami wa Kimathi. Yeye mwenyewe waliteswa kabisa na wabeberu. Na mama walijitokeza wakaenda msituni kupigania uhuru. Na kulikuwa na sababu inajulikana. Uhuru wa nchi yetu ililetwa kwanza na juhudi ya mamao. Kuna wengine ambao wakaenda msituni ambao walipigana, wengine katika vyama vya ufanyikazi, wengine katika vyama vya siasa, katika bunge na kadhalika. Juhudi yote ilileta uhuru katika taifa letu. Lakini vile wengine wamesema hapa maomao ambao walipigana hawakupata riziki. Wale makaragosi ambao walikuwa na ramba matako ya mzungu, wengi wao ndio wakapata hata mashamba. Wale ambao walikuwa wanapigania home guards and loyalists ya mzungu. Sasa wakati imewadia ya kukumbuka hao watu. Kwanza tulipokuwa kwa serikali na bwana Kibaki kukubaliana kwamba maomao itolewe kwenye orodha ya ile vyama ambavyo vinaitwa terrorist organizations, ndio sisi tukatambua maomao kama a liberation movement wakati huo. Baadaye wakawa wao wana kupitia kwa chama chao kiongozwa na mzee Gitu wa Kaingeri huyu, wakanataka ridhaa kutoka kwa serikali ya Kiingereza. Wakaajiri mawakili, wakashtaki serikali ya Uingereza katika mahakama kuu ya Uingereza for the compensation ya mamao. Lakini sasa kesi ilikuwa inaendelea, gharama ilikuwa juu. Wakaja kwangu, mimi nikaenda kama waziri mkuu Uingereza, nikaongea na waziri mkuu wakati yule David Cameron katika ofisi yake namba 10 Downing Street. Nikamweleza ya kwamba hao watu walipigania uhuru, wengine waliteswa, waliwekwa kwenye detention na kadhalika, wanataka ridhaa. Tukamshauriana na yeye, na yeye alikuwa ni mtu mungwana, akakubali. Tukakubaliana na out of court settlement kwa mambo ya mamao. Na serikali ya Uingereza ikalipa shilingi bilioni 2. Tena wakakubali kujenga monument ya ukumbusho ya mamao. Hiyo monument walileta pesa, wakajiri kandarasi, na mimi mwenyewe nilienda pale Uhuru Park, Freedom Corner. Tukajenga pale monument ya kukumbuka mamao kwa sababu kwa msaada ya serikali ya Uingereza. Tunasema shukrani. Sasa huyu mama amefanya yake. Mama walienda katika msituni, walikuwa na sababu.
kiko mambo ya vita iko mara mbili. There is two types of violence. Bwana Mandela, Nelson Mandela alipokuwa anashtakiwa kule mahakamani ya Afrika Kusini, alipokuwa anajitetea katika mahakama ya Rivonia, alisema, mimi sipendi mambo ya fujo. I detest violence. Because violence begets violence. There are two types of violence. There is what you call oppressive violence. That the violence which the system uses against the people. And then there's another type of violence that is called defensive violence. That is the violence which people use to defend themselves against oppression. The two are not equal. When the police disperse innocent citizens who are demonstrating, that is called oppressive violence. When the people defend themselves by throwing stones, that is called defensive violence. The two are not the same. We have said our country, this Mau use violence to defend our country. And in doing so, our country attained independence. We must therefore create a lasting system that will ensure that we never get back again in a situation where people are going to be oppressed. We must create a society that is understanding and caring. We must not look at each other as enemies. We must also deal with this issue called ethnicity or tribalism. When the Kenyans were fighting for independence, there was no tribalism. People were all united as one people. Mau were detained in Hola, in Manyani, and several islands on Lake Victoria. There's an island of Lake Victoria called Oyamo Island and Mageta. Kina Waururu Kanja walifungwa huko. Walikuwa wanatolewa asubuhi, wanaletwa kufanya kazi kwa barabara, jioni wanarudishwa huko. Lakini siku nyingine hao Mau maana yake walikuwa na tesa na mzungu mmoja hapo alikuwa anaitwa Kamongo. Walimpiga huyo bwana Kamongo mpaka umua. Sasa serikali ikaleta maaskari wanatafuta hao watu huku kwetu. Ndege ilikuja. Alafu wanasukua nasema katika redio ati Mkikuyu, Muberu na Muembu ni watu hatari. Ukiona mmoja kuja karibu, piga ripoti kwa polisi mara moja. Hii ilikuwa porojo ya Wabeberu. Lakini wale wapigania uhuru waliwaambia wananchi ya kwamba Wakikuyu ni watu wetu. Walisaidiwa mpaka wakapita mpaka waingie kule Uganda wakaenda. Wakati huo kulikuwa hakuna ubaguzi. Wakenya wote waliungana pamoja kama kitu kimoja. Jaramogi alienda katika bunge akasema, Mr. Speaker, Jomo Kenyatta and all those who were detained with him were and are the true leaders of our country. And their continued detention by the colonial government offends the consciousness of our people. Wakati huo wengine wa Afrika ambao walikuwa wabunge walimkanusha Jaramogi. Wakasema ati those people were leaders at that time but were not elected by anybody. We are now the current leaders. Lakini Jaramogi alisimama imara. Wakenya wakaungana pamoja. Watu wa Murang'a wakasema Jaramogi amesema ukweli. Eldoret wakasema ukweli. Mombasa wakasema ukweli. Ndio kaanza mambo yanaitwa Uhuru na Kenyatta.
mpaka uhuru ikapatikana. Uhuru wa Kenya ilikuja kwa sababu ya umoja wa Kenya. And we want Kenyans to continue to remain united. And Kenyans will united, we must also speak truth to power. Mwambia truth to power. Hapana tiswa, hapana ogopa. Unaogopa nini? Lakini unaogopa. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio si waendazimu. Sisi sema si waendazimu. Tunaweza tukuelewana. Sivyo? Huyo bwana senator ananiambia mimi ati yeye hakuna sawa, mamangalia sawa. Si nani alituma ya vile sawa. Huyu Ruto huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Yeye ananijua mimi. Kwa hiyo sasa ile akipiga kelele huko mimi naangalia tu. Najua atapoa. Sisi tumesema tumetuma sasa watu wetu jopo kazi. Yeye ameleta watu yake na tumeleta watu yangu waongee. Wakuelewana sawa sawa. Lakini sasa mimi naambia ukweli. Gharama ya maisha imepanda. Hapana leta ushuru mingi zaidi. Hapana ni weko tena mzigo mwingine juu yake. Punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe. Mimi niweze kuambia wewe tu. Punda imechoka. Tutaongea wakati mwingine. Asante sana. Mungu aweke mambo vizuri. Asante sana former Prime Minister kwa sababu ya mazungumzo yako. Wakati huu nataka muniletee huyo mzee Maumau mmoja ili tusitoke hapa pia tunajisikia sauti hiyo ya Maumau, na kimaliza kuna mtu mmoja tu atatuwekea kawimbo alafu tuarike Prime Minister, waziri mkuu aendeshe program. Kwa hivyo huyu mzee anakuja hapa, alikuwa msituni na anaitwa Brigadier Kifoko. Karibisha kwa makofi. Nimurahijibua. Mwadhani ya gosho. Dai. Dayo. Tekino dwa muthenya uyu wa kinya. Tondu Ngai niaugite muthenya uyu ukorwo wiho. Ndijiguaga kieha muno ndanoka mucii uyu. Ndanarara kuo. Nimukuigua Gikuyu? Kajeje Githweri? Gikuyu? Nimwetikira uguo? Ndanarara mucii uyu na twanarie na mama na najira na nidanamwira yule mtu ambao anakaa karibu na ile mtu hapa anajua Kikuyu amweleze kwa Kikuyu. Sasa ndaongea kwa Kikuyu. Mutitorea muronorea nijikarete miaka 6 itare de humba nguo
itenda cenjia nguo itare ndethamba ndatigire mutumia wakwa ena nda mĩeri ĩrĩ kana karĩa aciarire nĩ kũrĩa gathire rĩrĩa mũkwaria ũhoro wa wĩyathi na ngaigua mũkĩenda gũthaka na ũhoro wa wĩyathi nĩ kĩndũ kĩritũ mũno na ũhoro wa mau nĩ mũritũ mama ũyũ anjĩraga atĩrĩ na nĩ gũcokera hau kĩboko uga areka moko undu wayo reke tuthikurie uga kĩboko Kimathi athikurio ĩ ndige ndamuthika ngĩthiĩ kwa Ngai rĩu nĩ athiĩ tondũ nĩ athiĩ rĩ nĩ amũthika makamu wa rais na rais nĩ ngũmũhoya ihoya mutumia ũyũ agĩrirwo mũthenya wa Friday ndarĩ kamĩtĩ ndohetwo mĩaka 9 agĩtwarwo njera ĩrĩa atumia akegaĩrwo nĩ Kimathi agĩtũria atĩrĩrĩ mũkwenda ngere Kimathi atĩa nimũmwĩre atĩrĩrĩ angoo nĩ egwĩtwo aitwo nĩtũkonanĩra igũrũ kwa Ngai na tondũ akĩnyitwo marĩ na ndung'u wa ithungĩru wa kũrĩa gĩcĩra athiĩ nĩararire anjĩraga atĩrĩrĩ Kimathi amuona arũgire na igũrũ akĩmwĩra ndetĩkĩre nyina wa ciũri nduĩke igongona rĩa bũrũri ũyũ nduĩke kagondu ka bũrũri ũyũ no ũrĩa ũkendia tĩri tondũ nĩguo atũma ngue age kũgũra arorĩo nĩguo nĩkĩona mũndũ endia mũgũnda angĩaga kũgũra akaimba mwĩrĩ nĩacokire agĩitwo ũtukũ thaa 3 cia ũtukũ tondũ kameme amini kang'ora karĩrire thaa 3 cia ũtukũ karĩkia kũrĩra rĩ thaa 7 tũkigua nĩ gakira agĩitwo tondũ niĩ ndahonokire hanini gũitwo ũrĩa mũndũ aitagwo ũrĩa aitagwo hĩndĩ ĩyo rũcinĩ nĩarehirwo nĩ athũngwana mena mĩcinga nĩtwahũrĩte nguo tũkaiga nguo thĩgĩngĩ-inĩ twagĩtigwo njaga mũthũngũ ũrĩa amũrehete gĩthũngũ kĩarĩho gĩtagwo komokomo kĩaumĩte kũrĩa Nyĩrĩ Kĩng'ong'o gĩgĩtwĩra atĩrĩrĩ ile mtu ambao unajua purare park ni Mau Dedan Kimathi toka haraka tukirigwa rauga atĩa agĩcokera rĩngĩ tukioya mĩrĩngĩti tukiuma nja twĩkora ciũria ohetwo moko guo wonaga gĩthũngũ kĩu kĩaumĩte Kĩng'ong'o gĩgĩtwĩra Sukueni weka kabũrĩ tondũ kamĩtĩ kwenjetwo irima kĩmũtaro kĩnene mũno we woko gaikio hau thĩinĩ kaumĩrwo gatĩri kanyinyi ũrĩa ũngĩ agoka gaikio gatĩri-inĩ kau tukimwĩra tũgũthike wika akiga pana wega kama watu wengine tukimwĩra acha mũndũ etagwo Stephen Mũgwanduiga akimwĩra tũgũthike wika tagĩthikwo na mũndũ ũngĩ kama nakataa mitalete watoto yangu agĩta kuruti cia njera thigari cia njera igĩũka igĩtwĩra kueni haraka sana tukirega ndarĩ na mĩtĩ ĩno niĩ ndathĩtwo rithathi 3 aiti mũrĩmo rĩa nda ndathiana mĩtĩ
no yaria tia chuma yale mititeno agitira mitareso watoto yago tukimwira rehe nimurajigua muno harwe kiambiriria mabuthu nao matiarigua maudire guoya ona umuthi tiga ciana citu ikige guoya agoni itu tumaciarite maudire guoya ona mona githina mitite no bara tukiambiriria haro tukirua mitia kwekio ekiunago ni anake atonio he maguru ri matingihota guthii uguo maruga kuruga uguo gathungu getagwo Tana gagiuka gituye saurigani tiga twende guthika mundu we wika o uguo tuwe mutikarwe ringi agende murehe matoki na giciko dikana go hocio keigua ngoro yakwa uru tukirehero matoki na giciko tukienja irima ria waciuri na nä ndå ire njugaga ona redio-inä angoo nä iriku må no piå nä biti 4.5 å guo ndanaigua wanjåguo naigua ngiuga å guo angoo nä iriku irima rä u nä buti 2.5 nä biti 4.5 rä u rä ingihoya rais witu nikikuomba tafadhali upatie watu ya Maumau ukiwa na makamu wako. Siwezi kuingia hapo ndani sana, nikikuomba upatie Maumau kasi kidogo tu kama miezi miwili watoe mzee, maana wanajua mimi ndio mmoja nilimuweka, na kuna wengine hata iko hapo ndani, hata iko askari moja niliuliza juzi alikuwa kamiti, unakumbuka? Akaniambia ndio. Kwa hivyo ningekuomba rais, tafadhali upatie Maumau uhuru kidogo, miezi miwili tu, watoe mzee afunguliwe nini mapingu na mguu, maana akiwa anafungwa namna hiyo hata Maumau inafungwa, si ndio? Si ndio? Thank you sana, asante sana gavana wa kwetu Nyandarua kwa kupatia bahati hii niongee hiyo, maana nasumbua kichwa yangu zaidi. Na ndigucokeria gavana wa Nyandarua ngatho uria urarikuo mbere, ndamwirire kwina andu mena rithathi mwiri itari ciarutwo, aramarutithia maria andu 40 maria andu 12. Nijirite gavana uyu Nyandarua kuri majenero 10 aria tigaru acio angi ni akuo, umwe ni uria wi haria ahuraga Biringani tokira awa Ore murona niwe General Kiabati, na gutigarite Kiabati na Muraya wa Budia uria watumagwo ni Kimathi akero thio kambena uthie uge nigoka muthenya muna. Aheire Kimathi aheire uria General akirega, akiorio ni Kimathi niki tondu gwenda kurua na General ndaruaga.
nekuga ugaro wayo akiheo gicuthe kiari kiiro kiari na Kimathi tukiheo muma kindu na kingi twikana muthigari wake guku gwitwa Goco kauria ndakawekuo atinoka Eure, ni tudo gwenda kuogera tondu raisi agitikira ahema umautu mieri ire tu tuheo free Kimathi ndagira raima ndagikona mamuthigi macio itukuruta ndahota kurira ingiaria muno. Thank you tigo ina wega. Nafikiri hiyo ilikuwa historia fupi ya mzee. Anasema alikaa msituni miaka 6 bila kubadilisha nguo, bila kuoga mpaka nafikiri hiyo ni mzuri, na kwa niaba ya haya asante Brigidia amesema hadithi yake, na kweli hiyo ni hadithi inaguza, na serikali iko hapa, serikali yote iko hapa, na ninajua ombi hiyo wamesema ati wakipewa miezi 2 waende hapo, huenda labda kuna mambo mazuri itafanyika. Kwa hivyo rais, tunaomba hata kupitia kwa naibu wa rais, hawa watu walikuwa wameniomba kwamba wangependa siku moja wakuje wale Maumau, mkae nao chini, hata hii historia msikia hata wenyewe, kwa sababu hapa hatuna nafasi. Unaona tunamharakisha kidogo, lakini ningeomba tu Maumau wale wamesalia waweze kuitwa kikao na wakae chini na rais kama baba yao, si ndio? Na wao kama wazazi wetu wamwambie hii mambo yote wanasema hapo. Si hapo ni mzuri? Maumau hapo ni sawa? Si mngependa kuongea na rais? Unajua nyinyi ndio mlipigania uhuru, ndio sisi sasa tunakuwa governor, tunakuwa rais. Kwa wakati huu nataka kukaribisha wapi yule muimaji? Rwebo rweha. Rwebo ni rwekerwo tushamure rwebo. Rwakurekereria. Wimbo moja tu tuendelee. Ndimwejuragia ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai, nĩkĩ kĩmĩtũragia na mũndũ nĩ wa methaia, nawe ũkeku wa Ngai ũtũraga wĩ mũrũmu, ngoria mahotanaga atĩa na mũndũ wa methaia, nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte hane ũguo hana, nĩ hinya wa mahoya ũkinyũkithagia ikinya, ĩraga na ngagire kandĩ mbere ya mũnyũthi, njũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte. Iragana gagire kade mbere ya mũnyũmbi, ngĩũkĩria maru makwa
wacha tupige hatua moja, lakini mkae tu tayari, mtamaliza hiyo wimbo. Ni mzuri sana, tawaambia mahali tutamalizia. Kwa wakati huu nataka sasa tukaribishe Prime Minister Musalia Mudavadi na endelee na program kutoka hapo. Nafikiri wakati tutafika hapo mbele tutamalizia hiyo wimbo. Asante. Haya, asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Raila ambaye aliyekuwa waziri mkuu, familia ya Mama Mukami na Dedan Kimathi na familia kubwa ya Mau Mau ambayo iko hapa, wachungaji, ndugu na dada ambao wamekuja kupeana heshima ya mwisho kwa Mama Mukami, hamjambo. Muriega, uhoro wanyu, asante. Mimi rais, nimeona watu wakipambana na jina langu. Wananiita Moses. Sijakataa, Moses alikuwa baba yangu. Wameniita Moses Wetangula. Mimi naleta rambirambi za Wetangula pia, ambaye ni spika wa bunge yetu. Na tukienda mbele, hata mkiniita Macharia itakuwa mzuri. Mheshimiwa Rais, neno la kwanza kabisa ni kutoa rambirambi zangu binafsi kwa wenzangu ambao wako hapa. Nitawataja majina, mawaziri katika serikali, kwa familia ya Mama Mukami na kwa watu wote wa kitaifa ambao najua wanatazama hafla hii kwa runinga. Tunasema poleni na Mungu alaze roho ya mama pahali pema peponi, ili tuwe na utulivu na pia awafariji wale ambao wamebaki, wawe na hali ya kunawiri kwa maisha yao. Hapa tuko na mawaziri wawili. Kuna Mama Alice Wahome, waziri wetu wa maji. Akisimama itakuwa vizuri, nimeambiwa nitambue Mama Alice Wahome. Pia kuna waziri wa tourism na mambo ya heritage. Haya, kuna Mama Malonza, yule najua alisikia mambo ya museums wakisema ameyasikia. Kwa sababu tuko na msichana wa nyumbani, wacha nimpatie dakika moja aseme kwa niaba ya mwenzake, alafu tutaendelea. Asante sana Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Your Excellency, thank you for allowing me to say one word or two. Your Excellency, ingekuwa ni nidhamu, ingekuwa ni vibaya, kwa sababu I consider myself as one of the current democracy defenders and freedom fighters. We are burying a woman hero here, and it is important that we participate, even if in a very small way. Your Excellency, the Deputy President, all protocols observed, I want to say that I also have apologies na rabirabi za Mheshimiwa Eden Duale, na ninajua angetaka kukuja lakini amesema tukubali hiyo rabirambi. Your Excellency, I want to say two things. One, this freedom fighter
was decorated with a Field Marshal title alongside her husband. That speaks a lot to the progressiveness of Kimathi Dedan himself, Field Marshal Kimathi. Ati alikubali kuwa bibi yake wako na yeye kwa msitu wakipigania freedom. I want to commend the family of Kimathi and Mukami because they have lived and ensured that the legacy of Kimathi is actually carried forward. Your Excellency, you are now the one in charge of the country. Before I came here, I was thinking, watu wa Nyandarua watakuitisha maji. Na nimesikia Sasimua, maneno ya Sasimua, maneno mingi. Hata hapa nyumbani, Your Excellency, hakukuwa na maji. Mheshimiwa His Excellency, the Deputy President, akaniamrisha, akasema, angalia what is the problem. We sorted out in a very small way, Your Excellency. That means there is demand. I want to assure the governor, because we have been in touch na leadership yetu hapa ya county ya Nyandarua, you will not come to Nairobi. We have been asked to work at the grassroots. Me, the Minister for Water, Your Excellency, and thank you very much for that honor and privilege to serve in your government. Nitakuja Nyandarua, hiyo mambo yote tuangalie, arafu tupelekee the president, pale pengine tutahitaji usaidizi wake, so that we can get support. But I know from the ministry, we have many projects, Your Excellency. I've sent you a list into your phone of the projects that are going on. I like one statement, Your Excellency, that was spoken by the former Prime Minister. He said, we must not fear. Mukami was not a coward. Not many women went to the forest. She stood out. And he said, we speak truth to the power. The Right Honorable Raila Odinga is a powerhouse also. So we must also speak truth to Raila Odinga as a powerhouse. Your Excellency, the Prime Minister, the process of elections is known by all of us. You participated in the process. You went to the Supreme Court. The results were declared. The end has come. Mimi naangalia naona hii, Your Excellency, we cannot do politics because I'm a minister in the government, and I'm also supposed to serve the former Prime Minister in the entire country where he has supporters, and even in his own home in Bondo. We must speak truth to you and say, allow this government to do its part. You have served in the government. You have served as a Prime Minister. This is the time. Hii ni wakati wa Mheshimiwa Deputy President William Ruto. You could start, the President, the wakati wa President William Ruto na our Deputy President Rigathi Gachagua. Na wewe ni muungwana, hapo mbele tumekusafu, umekuwa kwa hiyo serikali ambaye ilitufukuza. Now this is now another government. Asante sana. I just wanted to speak the truth to the power. Na ni Mheshimiwa Raila is Nyawana. Mheshimiwa Raila is Nyawana. Maybe he doesn't know, have not had the opportunity to tell him. My daughter is married in Bondo. Sitaki niende Bondo nisemekane serikali hakuna. When I go to Bondo, I would want to be a free agent, like the way Raila Odinga amekuja hapa as a free agent. Wacha tuache maneno ya maandamano. Economy needs to rise. His Excellency is working very hard kurudisha uchumi kwa raini. Ukweli ni kwamba uchumi iliharibika kukiwa na wengine wale tuliwacha kwa serikali ambaye ilitufukuza na ikafukuza William Samoei Ruto
the President of the Republic of Kenya now. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you. Pia nataka nitambue kuna Isaac Maora hapa. Asante sana. Kuna Beatrice Nkapa. Asante. Kuna Rehema Hassan. Aya, alafu kuna Amos Chege. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kuna mambo hapa. Mambo. Na magavana wako hapa. Kwanza nataka niseme nakubaliana na Mheshimiwa Raila kwa mambo kadhaa. Jambo la kwanza kwamba tumekuja hapa kwa mambo muhimu zaidi. Kusindikiza Mama Mukami. Nakubaliana na yeye. Pia nakubaliana na yeye kwamba maisha ni magumu. Hiyo mtu hawezi kataa. Ni wakati ambapo maisha ni magumu kwa Wakenya wote. Na kushikia pale Mheshimiwa Alice amesema, Mheshimiwa Raila amesema ni vizuri tuongee ukweli. Tena nakubaliana na hayo. Ukweli wa kwanza, Mheshimiwa Rais, uchumi ambao wote unatuumiza kwa njia tofauti haukufika hapa kwa ghafla. Tumeingia kwa shimo hii kwa sababu kwa muda mrefu kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yakifanyika ambayo yametuweka pahali tulipo. Kwa mfano, tulisema kwamba vile serikali ilikuwa ikikopa hapo awali kwa njia ya kiholela holela, na mimi nilikuwa nikitaja haya maneno kwamba tunakopa kwa njia ya kiholela, tutaingia kwa shimo ambayo itatusumbua, na kutoka kwa hiyo shimo itagharimu uchungu kwa Wakenya. Niliambiwa na bweka. Ukweli wa mambo ni sasa ni lazima tujue kwamba kutoka kwa hiyo shimo lazima tutafute namna ya kupunguza vile tulikuwa tukikopa na vile tutaenda mbele ili tusiingize taifa letu kwa shimo zaidi. Na kujitoa kwa uchumi kwa hali hiyo ngumu ya kiuchumi ni lazima kama Wakenya tushirikiane, tusikizane, na ikiwa ni kukosoa, tukosoe tukienda mbele. Na ukweli wa mambo ambao ni lazima sasa tutambue ni kwamba uchaguzi uliisha mwezi wa August mwaka jana, na Wakenya walichagua Mheshimiwa William Samoei Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Hatuwezi tukabadili. Na mimi nilisikia Mheshimiwa Raila akimuita Ruto, alimuita rafiki yangu. Ni kweli ni rafiki. Na ukweli wa mambo, rafiki huyu sasa ndio amekuwa rais wa Kenya. Tuweke uchaguzi nyuma yetu, tuende mbele, tujenge taifa. Ikiwa tunataka tusikizane, tukienda mbele, tuwe na majadiliano. Na kuna kamati ambazo zimewekwa pale.
hizi kamati ama hii kamati ya bunge tunataka isiwe kamati ambayo inaenda kuchimbua makaburi ya kisiasa. Tunataka na tungependa na Wakenya wote wangependa iwe kamati ambayo itaweka msingi kuonyesha Wakenya tunaelekea wapi na tuanze kupata suluhisho tukienda mbele. Kuna ukosefu wa kazi, gharama ya chakula imeenda juu, na kuna matatizo pia katika ulimwengu ambayo yanachangia ile shida ambayo tunapata kama Wakenya. Ni wakati, kwa kimombo wanasema, let us close ranks na tusonge mbele, tujenge taifa letu ili tuanze kupeana nafuu kwa wananchi wote pahali popote walipo katika taifa letu. Na tutafanya tu hivyo ikiwa tutaishi na kuamini kwamba the truth is what sets us free. Kwa hivyo wachungaji, mimi ni kuasihi muzidi kutushauri na kutuombea so that we can reconcile ourselves with the reality of the day, and then we can move forward and we can find common solutions. That is what a decent society ought to do. That is what we ought to do. And that is what the leadership ought to do. We cannot all be in the same basket. We must criticize and correct each other, but let us do it from a position of truth and not a position of just politicking. Hiyo ndio ombi letu, na mimi nasema hivyo tukizungumza kwa mazishi ya mama Mukami kwamba let us be one people, let us be united, and let us speak the truth. Let us not take the people on a path that will not be constructive. And to get out of the economy of this country, it is going to be a challenge. Mimi nilisema na nitarudia kwamba kufufua uchumi wa Kenya sio vile tunatengeneza kahawa asubuhi. Kufufua uchumi wa Kenya itachukua muda, lakini inahitaji tuwe na umoja katika taifa letu. Asante sana kwa kunisikiza, na ni wajibu wangu sasa kumwalika Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua naye anene na mwalike Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Waziri wetu mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Waziri mkuu wa zamani Mheshimiwa Raila Odinga aka Agwambo, makasisi wetu, familia ya Field Marshal Dedan Kimathi Wachuri na Mukami Kimathi, andũ a nyũmba itũ, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarĩra Mwathani agocwo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kumpa mama huyu wetu heshima kirasmi na kukupatia Maumau na watoto wao heshima inayostahili. Mazishi ya leo inasimamiwa na kanisa na serikali na Maumau. Kwa hivyo mimi kwanza nitaongea kama mtoto ya Maumau, baadaye nitaongea kama naibu wa rais, na ikiwezekana nitaongea kama Rigiji. Wapi kijana yetu ya hapa anaitwa Kwame? Kwame kuja. Wapi Kwame? Karibia hapa.
tayarisha ile wimbo. Unajua tulianza hii mazishi tuko na anthem yetu ya Mau Mau, na sasa ndio tuingie kwa ile ratiba ya Mau Mau. Huyu kijana wetu atuongoze kwa ile anthem yetu. Tafadhali tusimame. Wamokeli magongona matwairo kayore bere tutige hotonero wene nyaga twakuhoya nai tuhoya wenana leteo nara nyingi sia wendo wa ruriri waiguano wagekuyu na hobi wene nyaga twakuhoya twakuhoya tukona na tuithuothe kuma ngomu kinya kare matura hĩndĩ ĩyo kĩanĩrĩra njamba ciaita na aciari aitũ ĩkamatimu mũrũagĩro kombo njamba ciaita ikĩrũĩra bũrũri twatigĩirwo nĩ gĩkũyũ na mũmbi wene nyaga twakuhoya ewe Ngai wa maithe maitũ nowe Ngai wene nyaga Ngai nowe Ngai tulia mumbi. Thank you. Thank you. Please be seated. Asante sana. Rais wetu William Ruto, nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wale walipigania uhuru katika msitu wa Aberdare na wa Mount Kenya na watoto wao na wale wote walikufa wakipigania uhuru wa nchi hii. Ni kushukuru rais kwa sababu wewe uliamua ya kwamba huyu mama wetu ambaye alikuwa pale msituni akipigania uhuru, ambaye aliwachwa na bwana yake ambaye aliuawa na wabeberu, ukaamua serikali yako impatie heshima apate mazishi ya kitaifa, na serikali yako ikasimamia kila kitu kwa hii mazishi. Rais, kwa niaba ya watu ya Mau Mau na watoto wao tunasema asante. Sisi rais tuko na furaha kwa sababu serikali zimepita zimekosa kutambua watu ya Mau Mau. The Mau Mau story is about land and freedom. Mau Mau ilikuwa naitwa the Land and Freedom Army, na hawa watu ya Mau Mau walipigana, mzungu akiwa na guruleti, akiwa na bombs, akiwa na buduki. They had only a panga and a resolve to liberate their country. Uhuru kapatikana, lakini mashamba haikupatikana. The British government gave 30 million pounds for land to be bought from settlers to settle the Mau Mau
and their descendants. But the black colonialists who came after the white colonialists left diverted that money. That land was taken by a few and given to home guards and collaborators. Na nimeshukuru sana former Prime Minister umekubaliana na sisi ya kwamba mashamba ya Mau Mau ilichukuliwa na home guards and collaborators. Migunda ya Mau Mau yo irone gati na kamatimo na tukunia. Na tungetaka former Prime Minister kushukuru babako marehemu Jaramogi kwa sababu he spoke about land grabbing for Mau Mau land na akaumizwa kwa kuongea juu ya mashamba ya Mau Mau. Tungetaka kukuomba kwa heshima waziri mkuu wa zamani, ukitetea wa Kenya kwa mambo zingine zote vile wanaendelea, tunataka kusikia pia utetee hao watu warudishiwe mashamba yao, na wale walichukua na buna wajua warudishie hao mashamba yao. Kati guadwa ito ithitiato tetere migunda Mau Mau yo irwo iri agathwariga na yo mau igathikwo tuvuli twa muingi. Koguo wale wanasema ati serikali inunue mashamba ni sawa, lakini mashamba ya Mau Mau iko na inajulikana pahali iko. Si wale wako nayo warudishe hata kama ni nusu. Na tutetee hiyo. Even as we ask the government to look for money to buy land for Mau Mau, the land for Mau Mau is known where it is. Those who took this land, they can be considerate and give us at least half of that land. And it is enough for the Mau Mau. Hiyo shamba ni kubwa, inaweza tosha hawa na watoto yao. Your Excellency, mimi sitaki kusidisha kutoka hapo kwa sababu we feel bad. We feel bad. We feel cheated. And we feel misused. Because our parents were buried having gotten nothing. Yet the collaborators and the home guards continue to enjoy everything the Mau Mau people fought for. And they despise us. And they look down upon us. Yet the vast lands they occupy belong to the Mau Mau and their descendants. And that is the truth. And I'm happy the former Prime Minister, you have said we speak the truth. Welcome to the club of truthful men. It is true. The truth is good. It sets you free. Ukweli ni kwamba bei ya unga iko juu. Ukweli pia ni kwamba when the hardship government was there, unga ilikuwa 230, imeteremuka ni 170, hamukufanya maandamano. That is the truth. That is the truth. Ukweli ni kwamba tumekuta uchumi umeharibika, pesa yote ya serikali iliibiwa ikapelekwa kwa project ya BBI. That is the truth. The truth of the matter, pesa iliibiwa ikapelekwa kwa project Azimio. That is the truth. It is good for us to be truthful. Ukweli ni kwamba pia people must not live in denial. The truth of the matter is that hustler number one, William Samoei Ruto, is the president of Kenya and commander-in-chief of the defense forces. That is the truth. That is the truth. And his deputy is the son of Mau Mau Rigiji. That is the truth. Let us stop living in denial. Let us be truthful. And once the truth we accept it, it sets us free. Ukweli ni kwamba uchaguzi uliisha. The next election is 2027. Wale wa Kenya walipiga kura hakuna pahali walienda. Si wako. Wenye kupigiwa kura siko. That is the time to sort out all those things. That is the truth. So let us be truthful. And let us tell each other the truth because it's the right thing to do. Tuko na apology ya CS wetu Rebecca Meano, mtoto wetu kutoka hapa Ndaragwa, na tuko pia na apology ya kiongozi wetu katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Kimathi Ichung'wa.
Pia hapa tuko na magavana wetu wa zamani, wapigiwe makofi. Governor Kimemia is there. Tuko pia na Governor William Kabogo, tupigie makofi. Andu a nyumba itu mwe guku mwekuo ni mwakena ni kuona muthamaki witu uyu witagwo Ruto niwe mwathurire kwiyendera ka kuringiririo na nie ni nyendaga ndona kamweke ngacokia ngatho andu aitu nie na njamba no itagwo Ruto ni mwatwikire wega ketwari uhoro wa ma tutiari handu hega tani ndari handu haceke na ni mwatwikire wega mugituhoera Ngai agituteithia mugicoka mugitwikiria kura ona uria mwageriria kuringiririo mukiuga mutikuringiririo andu a nyumba itu andu a njamba no itagwo Ruto na nie mwene kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa o ringi andu a nyumba itu kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Rais wetu, tungekuomba kwa heshima usikize kilio cha Maumau. Hao wazee wanasema wanajua pahali Kimathi alizikwa. Rais, kwa mapenzi yako ukikubali uwapatie nafasi watuoneshe pahali huyo Kimathi alizikwa. Kama atapatikana tumpatie mazishi ya heshima. Tunakuomba Rais. Pia Rais, nilikuwa hapa siku ya Jumapili katika ibada na Wakristo wale walikuwa na huyu mama wetu wakaomba mimi na wewe, kwa sababu wanajua sisi ni watu ya kujenga makanisa. Wakasema Rais, tuwasaidie hiyo kanisa. Mama alipeana shamba, mimi na wewe na viongozi tusaidie kujenga hiyo kanisa. Na Rais, I want to encourage you uendelee kujenga kanisa. Hata wengine wakipiga kelele ati kanisa itakani kujengwa, wachana na hiyo maneno Rais. Wewe isipokuwa ni Mwenyezi Mungu hungekuwa rais. Ile jama ulikuwa umepangiwa na system na deep state na machifu na kila mtu Rais, Mwenyezi Mungu ndiye alikusaidia. Kwa hivyo ni muhimu ukipata nafasi urudi kwa nyumba la Bwana ukuje usaidie. Viongozi wetu ya kanisa msikuwe na wasiwasi. Kenya iko na uhuru wa kuabudu. Na hatutaki kwa sababu kulifanyika jambo kidogo ya watu wawili tulaumu kanisa ya Kristo. Tunataka kama iko shida mtu alaumiwe na jina lake. Unajua sasa shetani na wafuasi yake wanatumia hii kuhujumu kanisa la Kristo. Na shetani unajua halali. Sasa makasisi wawili wamepatikana pale, wamenatumia kanisa kufanya mambo yao. Hao watachukuliwa hatua kama binadamu wawili. Lakini kanisa la Kristo, wahubiri wetu, makasisi wetu ni watu ya maana. 99.9% of our pastors and reverends are men of faith and good people. I want to ask the Church of Christ to give us a chance to isolate the 0.1% to put it away from the Church of Christ. Na msikuwe na wasiwasi. Najua shetani halali na wafuasi wake na ni wengi. Kwa hivyo kanisa tuko imara. Rais, nikimalizia ningetaka nikuhakikishia kwamba uliniagiza nikuje hapa katika Central Province ile ya zamani, kaunti yetu ya Nyandarua, Kirinyaga, Murang'a, Nyeri na Kiambu, ambayo ilikuwa imelaliwa zaidi na pombe haramu na bangi. Na Rais, ningetaka nikujulisha ya kwamba machifu wetu, polisi, viongozi wote tumeshikana na kazi hapa inaendelea vizuri, na pombe inapungua, bangi inapungua, na kutoka hapa tutaenda pande ya Nakuru tusaidie Rift Valley, kutoka hapo tuende pande ya Pwani. Kwa hivyo Rais, katika area hii ya Central Kenya tulikupenda wewe kwa sababu wewe ni mcha Mungu na wewe ni mchapakazi. And we did not make a decision just like that. We analyzed critically because we are intelligent people.
na tumekula vitabu kidogo kidogo, tumesoma hapa na pale, tukaangalia, and we were satisfied that you have what it takes to move this country to the next level, and so far umetupeleka vizuri. Nimeona magazeti watu wakipiga kelele ati umeweka Wakikuyu wengi kwa serikali yako. Walikuwa wanataka twende wapi? Sasa mimi nauliza, tukiwa wengi kwa serikali ya Ruto iko makosa? Wale wanasema tuko wengi kwa serikali ya Ruto, sisi pia ndio tuko wengi Kamete prison. Kwa nini waseme tufunguliwe tuende nyumbani? Your Excellency, we are in your government by choice and by arrangement. We made a conscious decision to vote for you because you have what it takes to run this country. And it cannot be ati ya kwamba Wakikuyu hapa wachache wakiwekwa kwa serikali mnasema ni ukabila. Sisi tumefungwa, tumejaa pale Kamiti. Hakuna mtu analalamika ati Wakikuyu ni wengi wafunguliwe waende nyumbani. Your Excellency, wale umeweka kwa serikali yetu tunashukuru. Endelea kuweka wengine. Mutikuwa tuikira thirikarini. Na sisi kura yetu ni mingi pia. Si tulipigia huyu Rais William Ruto? Yes. Nyinyi kama hakupigia yeye, it's up to you. Sisi msituhusishe kwa mambo yenu. Sisi tulimpigia, akituangalia pia sisi ni wachapa kazi. He has analyzed and found that in this region there are men and women who can assist him to govern. And we are in that government by choice. And the president has done nothing wrong in asking us to come and help him to run government. Kwa hivyo watu wawachana na sisi tulipiga kura, tukaamuka mapema, tukijua nini tunafanya. Kamuti kwenda tuikale huko tuikalitea ndoitu. Tuikale huko. Kwa huko ni ndake na atimia mwitayari na gemitu amukere muthamaki. Rwa mbere. Rwa keri. Rwa gatatu. Rwa kana. Rugama itu amukere muthamaki wa bururi wa Kenya. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni sana. Familia ya mama wetu Mukami Kimathi, watoto wake, familia kubwa ya Mau, ndugu viongozi wote wenzangu, Bwana Deputy President, Prime Cabinet Secretary, former Prime Minister, magavana wetu, CS mulio hapa, Principal Secretaries, Speaker wetu wa hapa Nyandarua, pamoja na MCAs, ndugu wananchi wote, Adoa Nyandarua Moriega. Moriega rege. Mwathani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi, tuungane na familia ya mama wetu shujaa Mukami Kimathi katika sherehe hii ya mwisho. Tumsindikize kwa heshima kubwa na taadhima zote, tukimsherehekea kama shujaa ambaye aliungana na mashujaa wengine wa Mau na wale wote walioshiriki katika kupigana na wakoloni ili nchi yetu iwe ni nchi huru na sote tufurahie uraia wetu kama wa Kenya. Kwa niaba ya serikali ya Kenya na viongozi wote, kwa familia ya mama wetu Mukami,
tunasema pole, na pia tumekuja kuungana na nyinyi kusherehekea maisha ya huyu mama wetu, kwa sababu alichangia mbali na kupigania uhuru wa taifa letu, pia baada ya uhuru wetu kupatikana amechangia sehemu kubwa. Alikuwa kansela, alikuwa kiongozi, ameshiriki mambo nyingi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Wakati mimi nilimjua huyu mama, pia alituombea pale 2013 na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, na baraka yake na mate yake na ya viongozi wengine wengi na watu wengine wengi tukapata ushindi 2013. Mimi nimekuja hapa kama mmoja ya wale watu walifaidika na mambo ya huyu mama wetu Mukami, kusema pole. Mimi naelewa ya kwamba bado tuko na mambo mengi ya hawa ndugu zetu Maumau, vile imetajwa hapa na viongozi wengi. Mbali na huyu mama wetu Mukami, tuko na wazee wengi, tuko na viongozi wengi, tuko na wale ambao wamebaki watu wa Maumau, tuko na watoto wao, na tuko na jukumu la kihistoria, na tuko na jukumu pia ya kuhakikisha ya kwamba kwa ile mchango wao kwa taifa letu liwe huru, ni lazima pia tuwarudishie mkono, pia na wao wafurahie kwamba walichangia sehemu kubwa, na tuko na heshima na wao. Vile wameomba hawa ndugu zetu wa Maumau ya kwamba kwanza tuweke historia sahihi kwa yale mambo walifanya, ili watoto wetu na vizazi vijavyo wakuje kuelewa ya kwamba taifa hii ilikombolewa kwa watu kujitolea. Nataka niwaambie ndugu zetu hawa wa Maumau, vile mumeuliza ya kwamba kwanza historia iangaliwe vizuri, nataka niwaeleze ya kwamba museum ile mumeuliza hapa Nyandarua, tayari tumeweka milioni 50 ya kujenga hiyo museum, na waziri yuko hapa, atakuja kuandamana na nyinyi vile hiyo museum itajengwa. Vile vile pale Uhuru Gardens kule Nairobi, mnajua pia tuko na museum kubwa ya kukumbuka wale wote waliochangia katika historia ya taifa letu la Kenya. Pia na pale mimi nataka niwaeleze ndugu zetu wa Maumau, tunawatarajia kuna sehemu kubwa pale Uhuru Gardens Nairobi ya watu wa Maumau, ili tuweke historia sahihi na kweli, na tuwakumbuke kwa mchango wenu katika kukomboa taifa letu la Kenya. Vile vile mimi nataka muelewe mambo haya mlioyasema ya title deeds hapa Nyandarua, kule Nyeri na sehemu zingine. Tuko na mpango kamili, na mimi nataka niwahakikishie waziri wetu Bwana Njeru ako na mwongozo kamili ya kwamba kabla ya sisi kwenda Disemba mwaka huu, titles zote za colonial villages na mahali pote wa Maumau wanaishi tutakuwa tumezikamilisha, na tutakuja ili tuwapatie hizo title deed muweze kuishi kama Wakenya wengine.
Vile vile mzee ameongea kwa kirefu na amesema ya kwamba tunataka mwili wa Kimathi mahali ilizikwa, kwa sababu ilizikwa kwa aibu kubwa, akiwa amefungwa minyororo na akiwa amefungwa kama mhalifu. Huyo Kimathi hakukuwa mhalifu, alikuwa ni shujaa wa kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Na mimi nakubaliana na nyinyi, na sio nyinyi peke yenu mtaenda kutafuta mahali huyo muungwana shujaa wetu alizikwa. Serikali ya Kenya itaungana na nyinyi tutafute mahali huyo shujaa alizikwa na hiyo aibu, tumtoe pale ili tumpatie heshima inayotoshana na shujaa ambaye alipigania uhuru wa taifa letu la Kenya. And therefore I am giving you a commitment on behalf of the government of Kenya that the government of Kenya will work with you and all those who have the history of where this great hero, our independence hero, the man who paid the ultimate price for us to be a free nation, that we will find him and we will give him a decent, befitting national send-off. Kwa hivyo tutaungana pamoja na nyinyi. Mimi vile vile nataka niwaeleze ndugu zangu wa hapa Nyandarua ya kwamba kwa yale mambo yote mumeniuliza ya kwamba tujenge hii barabara kutoka hapa Njabini mpaka hapa nyumbani kwa mzee wetu Kimathi. Mimi nataka niwahakikishie hivi, nitarudi hapa Jumamosi ijayo. Jumamosi kama leo, next week, nilikuwa nimepanga ya kwamba nitakuja hapa Njabini kuanzisha ile barabara ya kutoka Njabini kwenda mpaka Gadhara na kutoka Gadhara kwenda Tulaga mpaka kwa Kanyugi, na kutoka pia pale Gadhara kwenda Kianguyo kwenda mpaka kwa Shem. Mimi nitarudi hapa kuanzisha hiyo barabara, na hiyo barabara ndio nitaunganisha kutoka hapa Njabini mpaka ifike hapa mahali mmesema. Ilikuwa tunataka kujenga kilomita 42, sasa tutaongeza iwe kilomita 47 na 9 ndio iweze kufika hapa, na tuweze kuweka heshima ya wale waliotutangulia katika kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Mnajua nilikuja hapa juzi kwa ile barabara ilikuwa imekwama ya kutoka kule Captain. Sasa tumesema tunaunganisha kutoka Kirima, Donyojeru mpaka kwa Mato. Hiyo barabara sasa tuko na contractor inaendelea. Nilikuwa hapa wakati nilikuja kufungua Technical Training College yetu hapa na mjumbe wenu huyu muungwana, na nimefurahi ya kwamba hiyo Technical Training College naambiwa kuna wanafunzi 600 tayari. Na wakati huo tulikuja pia kuanzisha hii barabara ya kutoka hapa Njabini kwenda Githioro kwenda mpaka Naivasha, na hiyo barabara tumekamilisha. Si namna hiyo? Bado tuko na barabara zingine nyingi ambazo zimekwama kidogo, na zilikwama kwa sababu pesa ilikosekana
kwa sababu ya mambo mengi ambayo sitaki kusema. Lakini katika bajeti yetu ya sasa tumepanga vizuri. Kuanzia mwezi wa 7 kuna barabara zinaendelea, zile zingine zilikwama tutazikwamua. Hata ile mumeniuliza ya kutoka pale Ndonyonjeru kwenda mpaka Iithe ng'ambo ile Nyeri yenye inapitia pale Abadea, nimefurahi sana kwa sababu huyu kijana Bwana Medho amesema atanisaidia, kwa sababu pale tuko na shida ya msitu na kuna watu wametupeleka kotini. Wale wametupeleka kotini kwa mambo ya mazingira. So mimi nimefurahi huyu kijana ameofa. Wewe sasa panga hiyo maneno vile tulikubaliana, vile wewe ulisema tugawane hiyo kazi. Wewe pambana na hawa watu wawache kesi, na mimi nitaweka pesa ya kujenga barabara. So hiyo ni kazi mzuri. Pia mimi nataka niwaeleze watu wa Nyandarua, niwashukuru kwa heshima kubwa. Nilikuja hapa kwenu, nilikuja hapa Njabini, nikakuja Olkalao, nikakuja Olchororok, nikakuja kila mahali na niuliza kura zenu. Jameni, mimi nasimama mbele yenu kwa hii mazishi ya huyu mama kwa heshima kubwa. Niwaambie watu wa Nyandarua, asante sana kwa kura zenu. Narudia tena kusema kwa watu wa Nyandarua, asante sana kwa kura zenu. Na yale mambo tulikubaliana na nyinyi, kwa sababu ilikuwa ni mkataba kwamba mtanipatia kura zenu na mimi kuna mambo nitafanya. Mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi nilisema nitafanya, sitawaangusha. Hiyo kazi nitafanya. Mumenisaidia kumwambia ndugu yangu Raila atulize boli, ndio nipate nafasi ya kufanya hiyo kazi. Hapo pia nimesaidika kidogo. So mimi nataka niwahakikishie watu wa Nyandarua ya kwamba kazi ya kupanga maendeleo ya Nyandarua, tayari nimekutana na viongozi wenu, nimekutana na gavana wenu na magavana wengine wa Kenya. Tumekubaliana ya kwamba ili kuondoa brokers na cartels wale wanatusumbua wakati tumepata mazao yetu hapa Njabini, tunaweka aggregation and industrial park ambaye tunajenga na shilingi milioni 500. Mimi nitarudi hapa mwezi wa 7 kuanzisha ujenzi, tukipitisha budget kuanzisha ujenzi wa hiyo industrial park ambaye tutaweka vifaa itakayowasaidia pamoja na cold room ya mambo ya viazi yenu na mboga yenu, ili wakati tukipata chakula kingi isiharibike, kwa sababu tutakuwa na mahali ya kuweka mahali pazuri. Nataka niwaeleze vile vile, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba biashara yenu ya maziwa ambaye ilikuwa inaharibika kwa sababu hakuna milk coolers ya kutosha, tulikuwa na mpango pale mbele tukaleta milk coolers 5, tukawa na zingine 30 ambazo zilikwama. Mimi nataka niwaeleze sasa tumeikwamua, tumeweka pesa kwa budget ya mwaka huu. Kuanzia mwezi wa 8-9 hapa Nyandarua tutawapatia milk coolers 30 zingine ambazo mtatumia kukusanya maziwa yenu, ili maziwa yenu ipate bei ya sawa sawa. Tuhakikishe ya kwamba wale wananunua maziwa barabarani wakisema ya kwamba maziwa itaharibika, sasa tutakuwa na mpango ambaye mtakuwa na milk coolers. Maziwa msiuze kiholela mpaka bei ya sawa sawa ipatikane. Vile vile
Hapa mumeniuliza kuhusu hospitali yetu ya hapa Njabini. Hiyo hospitali tayari tulikuwa tumeipangia kuweka ile maternity wing, lakini vile mumeuliza ya kwamba upgrade iwe level 4 hospital, mimi nataka niwaeleze ya kwamba nimekubali. Tutaongeza ile pesa kidogo tulikuwa tumeweka pale, tulikuwa tumeweka milioni 20, sasa tutaweka milioni 100 upgrade iwe level 4, na nitawatafutia equipment ili muendelee na hiyo kazi mzuri nasikia mnafanya. Lakini mfanye na mpango jameni. Najua pale nyuma wakati tulisema ya kwamba tunalipia, na hiyo mpango bado inaendelea, kwamba mama yeyote akienda kujifungua serikali ya Kenya inalipa. Haikumaanisha ya kwamba sasa hiyo ndio iwe kazi tu ya kufanya peke yake. Lazima pia inafanywa kwa kipimo. Si namna hiyo? So tutashirikiana hiyo hospitali, na nimefurahi ya kwamba kwa heshima ya mama wetu Mukami mumesema hiyo hospitali sasa itabadilishwa jina iitwe Mama Mukami Hospital. Nataka niseme pongezi na shukurani nyingi. Vile mumesikia waziri wetu Alice Wahome amesema mambo ya maji ni mambo ya muhimu. Na washukuru sana watu wa Nyandarua, mnatupatia maji ambayo tunatumia kule Nairobi. Na kwa heshima hiyo ni lazima na sisi turudishe mkono, tupange maji ya watu wa Nyandarua. Tuko na damu, mkiona katika vyombo vya habari tulitangaza juzi advertisement ya contract expression of interest ya dams 33 katika taifa letu la Kenya. Moja ya hiyo dam ni yenu hapa Nyandarua. Tumesema dam ya Malewa tutaunganisha na dam ya Pesi na dam ya Kinja, tuhakikishe ya kwamba safari hii isiwe ni story. Safari hii tuwajengee dam ambayo itasaidia kuwapatia maji mtakayotumia nyumbani, maji ya mifugo yenu, na vile maji ya kutumia kwa irrigation, ndio tuzalishe chakula, tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwapongeze vile kwa sababu wakulima wa taifa letu la Kenya wamejitolea. Wakati tuliwaambia wakulima wa Kenya ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea, wakulima wengi walijitolea. Mimi nafurahi ya kwamba ile mbegu tumeuza mbegu zaidi ya ekari, juu ya zile zilipandwa mwaka uliopita, ekari 1200 mpya imewekwa katika kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya, kwa sababu wakulima walipata motisha wakati walijua wanaweza kupata mbolea kwa bei nafuu. Mimi nawapongeza wakulima wa taifa letu la Kenya kwa kujitolea. Uzalendo wenu wa kutusaidia kuzalisha chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa. Mimi nawapongeza wakulima wote wakiwemo wa hapa Nyandarua. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mbali na mbolea tumepanga mwaka huu, mwaka ujao tutaongeza kuwapangia pia mbegu, na vile katika budget yetu ya mwaka huu nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kuzalisha
ama kutengeneza mbolea hapa Kenya. Nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kutengeneza madawa hapa katika taifa letu la Kenya. Nimepunguza ushuru ile inaitwa RDL pamoja na IDF. Nimepunguza ushuru kwa mambo ya chai na kahawa. Serikali ilikuwa inaokota karibu milioni 300 kila mwaka kutoka kwa chai na kahawa. Lakini nimesema kwa sababu tunataka kusaidia wakulima wetu, hiyo ushuru wakulima wamekuwa wakilipa ya milioni 300 tunaondoa kama serikali, ndio tusaidie mapato ya wakulima. Nimeondoa ushuru kwa mambo ya value addition, ile process yote ya kuongezea dhamana ama value addition ya bidhaa za kilimo ama mazao yetu ya kilimo ambayo tunauza katika nchi za nje. Tumeondoa ushuru kwa sababu tunataka kusaidia wakulima wetu wapate mapato zaidi. Nimeondoa ushuru kwa mambo ya gas ili wamama wetu wanaohangaika na kupika na kuni wanapata magonjwa mengi. Tuanze kupunguza hiyo gharama so that we can have clean cooking energy. Mimi nataka muelewe ya kwamba hiyo kazi yote ni kwa sababu mimi natambua ya kwamba tuko na changamoto katika taifa letu la Kenya. Mimi naelewa sana mambo ya kujua ya kwamba kuna ugumu, na ndio nimepunguza karibu ushuru mara 20. I have identified almost 20 areas to reduce taxes so that we can alleviate the heavy burden on the Republic of Kenya. Na pia nimepunguza pesa ambayo tumekuwa tukikopa. Mwaka huu nimeondoa bilioni 500 ambayo tungekopa, nikasema hatuendi barabara ya kukopa tena. Kwa sababu mimi naelewa Wakenya wako na uzito. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarua, vile tulikubaliana na nyinyi. Nilikuja hapa Njabini, si ndio? Mliniona hapa Njabini? Si nilikuwa area hapa? Mimi niliwaambia tuko na matatizo ya vijana wetu wengi. Tuko na vijana karibu milioni 5 Kenya hawana kazi. Wanahangaika madukani, wanahangaika barabarani, wako kwa street zetu, na niliwaambia, na wanaongezeka kila mwaka. Wale wanaotoka shuleni, wale wanatoka katika vyuo vyetu, vijana karibu milioni 1 wanaongezeka kila mwaka. Na ni lazima tuwe na mpango ya vile hawa vijana watapata ajira. Si tulikubaliana jameni? Na ndio sababu mimi nimesema kwa heshima kubwa, ili kupanga ajira ya hawa vijana, sisi tulio na kazi, sisi ambao tuko na mshahara, ikianza na mimi rais wa Kenya, tutatoa sehemu yetu kidogo, 3%. Mimi naulizwa nitoe shilingi 2,000. Huyu mjumbe wenu Kenya anaambiwa atoe shilingi 2,000. Ule MCA anaambiwa atoe shilingi 1,000. Huyo mwingine anaambiwa atoe shilingi 900. Mwalimu hapo anaambiwa atoe shilingi 500. Ili tuwe na mpango ya housing ambayo itatupatia ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya milioni 1 kila mwaka. Na nilisema hapa, na hata hawa viongozi tulikuwa na wao. Si wewe Badilisha ulikuwa na mimi? Si wewe Metho ulikuwa na mimi? Nikitangaza hapa ya kwamba tutakuwa na mpango ya housing, kwani ulikuwa unafikiri ilikuwa mchezo? Haikuwa porojo,
Unajua kuna watu wengine wanajaribu kuniambia, unajua ile maneno ulisema kama itakuwa ngumu useme ilikuwa tu ni siasa. Hapana. Siasa ya ukora na utapeli na utanganyifu wa Kenya walienda kura wakaondoa hiyo siasa. Ile maneno yote tuliwaambia hawa wananchi, my friends, tuwe tayari kuyatekeleza. Tunaelewana jameni? Na sisi tulio na ajira tusiwadharau wale hawana ajira, kwa sababu hiyo kazi wewe uko naye, hata hii mimi niko naye, inaweza kufanywa na Wakenya wengine 1,000, lakini wao hawafanyi hiyo kazi kwa sababu wewe uko naye. Si namna hiyo? So ni jukumu letu ya kwamba tupange sisi tulio na ajira vile wale ambao hawana ajira pia na wao watapata ajira, watapata nafuu. And that is why it is our collective responsibility. Na ndio mimi nataka niwaulize hapa Njabini tumepatiwa ekari 5.9 already in Njabini. Tumemaliza kuchora ile nyumba tutakuja kujenga hapa. Na hapa tukija kujenga hizo nyumba 500 tutahitaji vijana 1,500 wa kutusaidia kujenga hiyo manyumba. Na hawa vijana 1,500 ni wale wako hapa kati yetu. So the people we are trying to hire in our housing plan are fellow citizens of the Republic of Kenya. Ni watoto wetu, ni jamii zetu, ni Wakenya wenzetu. Vile wewe uko na kazi, tafadhali tusaidiane. Hata hawa watoto wetu ambao wanahangaika hawana kazi, tuwe na mpango hata na wao wapate nafasi ya ajira, wajisimamie, ndio tuwe na taifa ambayo sisi wote tutajivunia. Tunaelewana watu wa Nyandarua? Hiyo ndio mpango mimi nimesema. Na mimi nauliza kwa unyenyekevu, ndugu zangu wa bunge, kuna mapendekezo ya budget tumeifanyia kazi, tunaleta bunge. Na vile ndugu yangu former prime minister amesema ananijua sana, na ni kweli. Nasema ananijua, nitapiga kelele alafu nitatuliza. Na mimi pia namjua sana na nimemsoma sana, ndio nilimshinda akiwa na uhuru. Namjua sana, na kwa sababu mimi namjua sana, najua ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano, lakini mimi najua itaishia wapi. I know that. Si namna hiyo? So sasa sisi kwa sababu tunajuana, si ndio? Wewe unanijua, mimi nakujua. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Si namna hiyo? Wapangane huko bunge, wacha mimi ningangane na hii kazi. Hii nisukume hii kazi. Na mimi nataka Bwana Prime Minister, umesema kuna maneno ya gharama ya maisha kupanda. Ni kweli gharama ya maisha iko juu, lakini sasa si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu? Unga ilikuwa 230, saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta mahindi, nimelete, nimepanga. Sasa unga ndio hiyo imefika 170, inakuja ikiteremka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mlifanya nyinyi, badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mlienda kupatia pesa mila. Ule mtu anasiaga pale, ule mtu ya kusiaga ako na unga yake ya kutoa wapi? Si inatoka shambani. Ndio mimi nimeenda kwa wakulima kupanga hawa. That is how to reduce the cost of living. You don't reduce the cost of living by working with millers on subsidy programs. You subsidize production. You don't subsidize consumption. That is how the country went wrong. Sijui kama tunaelewana. So hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe,
lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe, na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao. Jambo la pili, umesema kuna watu hawaniambii ukweli. Sasa mimi sijui, mimi ndio siambiwi ukweli ama wewe ndio uambiwi ukweli? Because hiyo unasema nimeongeza sijui ushuru, nimeongeza ushuru. Mimi nataka nikuambie my friend, ukiangalia kwa budget kuna watu wa kuambia ukweli. Nimepunguza sehemu karibu 20 ya mambo ya ushuru. Nimeondoa karibu bilioni 500 ya madeni katika hii budget kupunguza mzigo kwa hao wa Kenya. Kwa sababu pale kwa historia unaweza kunishinda, lakini hapo kwa uchumi bana, mimi naelewa kabisa. Na wacha tuambiane ukweli. Si tumesema tuambiane ukweli? Na nashukuru umesema tuambiane ukweli. Mimi ni mwanafunzi wa karibu sana wa rais wa 3 anaitwa Mwai Kibaki. Yeye wakati alichukua kama rais, ushuru ilikuwa 220 billion. Lakini kwa mpango na akili akaisukuma. Wakati alikuwa anaondoka baada ya miaka 10, ushuru alikuwa ameifikisha karibu trilioni 1. Naye rafiki yangu Uhuru akakuja akasukuma, lakini akaongeza madeni mingi. Ikafika sasa 2 trillion. Sasa mimi ndio nimefika hapo kwa 2 trillion. Kwa hii budget nataka kusukuma kutoka 2 trillion mpaka 2.8 trillion kwa hii mwaka. Kwa sababu vile Mwai Kibaki alifanya, aligundua ya kwamba nchi hauwezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni. Nchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. That is where we are, and that is the difference. So tafadhali munipatie nafasi kidogo nipange hii kitu, and I know what to do. Vile nakubaliana na nyinyi, watu wa Azimio sio wazimu, lakini watu wa Kenya Kwanza sio wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa, kila mtu anapanga vile anajua. So ndugu zangu, mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana former prime minister na watu ya Azimio. Tuache fujo, tuache matata, tuungane kwa yale mambo yanapeleka Kenya mbele. Munikosoe, mimi naamini in an accountable government. I believe in an accountable government. I have no problem with being held to account. I have no issue with criticism, and because it adds value to my decision making. That is why hata hawa mawaziri wangu, nimesema hawa mawaziri sasa wawe wanaenda bunge kujibu maswali, kwa sababu we want to be held to account. So mimi sina maneno. Hata nimesema wacha tutengeneze kiti kubwa ya mtu ya upinzani kule bunge, na tupatie pesa ya serikali na mambo ya asukume kabisa serikali, akosoe, afanye nini, lakini tuwache kuharibu mali ya wananchi barabarani, tuwache fujo, tuwache maandamano. Nimekosa? Si Kenya inataka ipangwe namna hiyo? Kwa hivyo bwana prime minister, mimi nakuheshimu, wewe ni mzee wetu. Tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja so tuko pamoja kabisa. I have no issue, na tutaendelea pamoja. Kwa hivyo ndugu zangu, watu wa Nyandarua, naamini ya kwamba hii mazishi ya huyu mama wetu Elosi Mukami Kimathi ametupatia nafasi ya kusema ukweli. Tunamshukuru huyu mama, hata kwa safari yake ya mwisho ametupatia taifa la Kenya vile alipigania uhuru wakati ule. Leo katika safari hii yake ya mwisho pia imekuwa nafasi mzuri ya kuambiana ukweli, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Mimi nawashukuru sana,
Mwathani amurathime. Mungu awabariki sana. Haya, rais tena kwa makofi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na sasa tumefika mwisho wa sherehe hapa. Mahali tutaelekea sasa ni kwa kaburi, na ningependa niwaelekeze tafadhali ili tuweze kufuatilia. Hatuwezi tukatoshea pale mahali pametayarishwa pa kumzika mama. Kwa hivyo jamii ilikuwa imeomba ya kwamba tafadhali ni jamii pekee watakaoenda pale pamoja na viongozi ambao wako hapa. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tafadhali tutulie. Tutaweza kuiona pale kwa runinga na tutaongozwa na wachungaji. Kwa hivyo wachungaji, tafadhali naomba tuanze kuendelea ili tuweze kumpeleka mama pale kaburini, tuweze kumpumzisha. Tutaongozwa na wachungaji, alafu pia kutakuwa wale ambao watakaobeba jeneza tukielekea kaburini, alafu tukifuatiwa na viongozi ambao wako hapa tukiongozwa na Mheshimiwa Rais na wale ambao wameambatana. Lakini tena nitarudia, jamii wameomba tafadhali tusiende pale tukiwa wengi, hatuwezi tukatoshea. Kwa hivyo kwa runinga tutaweza kuona yale mambo ambayo yanaendelea pale. Kwa hivyo naomba kanisa ituongoze, wale ambao wanatusaidia kwa kubeba jeneza la mama tukienda kaburini tuweze kukaribia, alafu tutafuatwa na viongozi ambao wako hapa tukiongozwa na Mheshimiwa Rais. Naomba tafadhali tufanye hivi kwa taratibu. Wale ambao hatutaweza kuenda pale, tafadhali tuketi tuweze kutizama kwa runinga. Asante. Haya, asante sana. Haya, kama tulivyoagizwa wananchi, sisi tutajiangalilia kwa runinga. Viongozi, familia, watu wa familia ndio tutaruhusiwa kufika pale. Tafadhali. Shika kidogo tafadhali. Wananchi tunaombwa kwa heshima, sisi tutafuata kwa runinga tafadhali. Wananchi tunaombwa kwa heshima sana, sisi tutafuata kwa runinga. Wenye wanafaa kwenda pale ni kanisa, veterans, viongozi na kanisa. Alafu driver wa KCF 884H na KCA 582U unahitajika uende ufunguliane, umefungia magari. So wananchi, alafu pia wananchi tunaombwa pia, kuna mamkuli, msiende, msikae mbali. Tukimaliza pia kuna mamkuli, msiende tafadhali.
church tafadhali. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni. When you've gotta go for Neptune, the softer two-ply tissue paper, available in plain white and colored. Tikafagara. Wira ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni ucio gikue. Halo, taturete kamera ya ngano na ya ngima. Teke. Kafodho ni ucio kue. Aria moi ati kafagara ya ngima na cobaci ni ciehotaneire. Utarite ngima ya kafagara, ndukauge ni urite ngima. Cabaci guthakara, ngima nayo. Dukaini ndugetie mutu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kafagara. Etia kafagara. Ndamenyire maridadi na kuigua TV-ini igithitie na Maridadi Motors kaida ka miaka 5 thiini wa mbeca icio mareaga ni indeithĩtie tondu riu ndiaraga ruhi hindi ya gwenda guthie thibitari kana ria ndi na tumabata twa guku mucii mundu wothe wina kagina gake ka retirement ndagetigire gutwara Maridadi tondu ku ni ekufaidika. Araniria na Maridadi Motors kugerera 0798000111 kana oroka wogicine rocio haria Ridgeways Kiambu Road kung'ethera Total Petrol Station. Wewe ni Maridadi. Reke gwete ene kemuretha tondu ndacemania na nyona ugukianda riu ninge twacemania haha ona ngirithi ya marundi gugithira ihe andu tungigura broti na tuheo title na ihenya. Yes, ukainga muonie gwa Top Care. Karibuni guku Top Care mundu wothe ugurite broti kuma phase 1 nginyagia phase 40